wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni, bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, wewe ni yote. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yahweh, wewe ni yote kwangu.
wapi? Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, wewe ni yote kwangu. Habari mwalimu. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote, aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena, aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena, ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza, Yesu mwanga wangu. Kati huzuni, Yesu ni mufariji. Kati vita, Yesu mwanga wangu. Katika njaa, Yesu mkate wa uzima. Yesu kivi na I hope soundcheck iko poa pale. Soundcheck iko poa, akina Heriga, akina Mata Wanjiko, akina Ezite Gari, Jamshed Wambu, Eminyaps, Kevo Sinde. Niambie kama sauti yangu iko poa pale nje. Takuwa na sonda kama iko sawa pale nje. Takuwa nashukuru sana. Live and direct tunafanya soundcheck karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Kwamba hizi vitu zizimbwa tuna binadamu lazima zilete shida. Okay, Kevo Sinde. Okay, all right. I hope no soundcheck iko poa pale nje. It is well loud and clear. Now, I want to welcome you all popote mlipo. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Kama unawakisha rekodi yako tafadhali karibu sana ndani. Kama kawaida kama kawa watu waweze kutambua pale tumcomment. Unajua kama kawaida tunafanya, si ndio? Wakisha watu wawili watatu salimia watu kwamba ujui kwamba mtu ameamka vipi leo tangu tuanze siku ya jana. Ilikuwa siku ya leo saa 6, saa 7, saa 6 usiku. Tulikuwa pamoja papa hapa
tulishiriki pamoja, lakini ila tu tukakuwa morning glory. Kuna watu ambao hawakuweza kuroka leo asubuhi, walisahau kuamka, lakini tukakuwa papa tukumtukuza Mwenyezi Mungu. So tumerejea tena, nakwambia karibu sana katika Monday edition, katika ushuhuda. Wakati wa ushuhuda tuweze kuwakilisha 1 2 3 4 5. Unaweza kumbe ushuhuda wako utakusaidia katika mahali, labda kuna mtu amekwama sehemu fulani, kuna mtu ameweza kuwa tatizo fulani, so ukipatia tu ushuhuda inaweza kupatia motisha. Sasa siku jana tulikuwa na Pastor John Mekenya, Pastor Mekenya ambaye alikushuhudia siku ya jana jinsi ambavyo walikuwa wanapitia hali ngumu katika maisha, katika kifamilia. So I want to welcome you one on one pale watu neno kusalimiana, akina Kevo Sinde, akina Wambuhu, akina nani anaitwa nani, Emi Nyaps, akina Zekins Right. Mkiona wageni katika team comment, karibisha wageni pale team comment. If you have seen a new member pale team comment, wakaribisha sana, okay? Kevo Sinde, karibisha the new members. So yo sijui chama ni watu comment yako wapi, so wherever he is apiwe fine akichelewa, sawa sawa. Simon Njoro, ukiona mtu mgeni pale katika team comment, mkaribisha one live on the direct usiku kuingia ndani ya nyumba. So chukua hiyo link yako tafadhali, hakikisha kama umeweza kushare kwa watu wawili watatu. Tunapenda kushiriki one on one katika siku hii ya leo. So without any further ado, nataka tu niweze kufanya nini kama vitu tunafanya kama kawaida. Simunijua kama kawaida, nataka tutaanza tu the next minute, ila tu lazima tufanye hivi, lazima tukaombe ndio tuanze kama kawaida, lazima tuombe ndio tukafanya nini, tukaweza kuanza program ya siku ya leo. So karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Uko na mimi hapa ni Dennis Niputo, wengine nitanga kukulikuntu, ndio jina langu hiyo, siwezi kataa. Tunatoka tu hivi ni sababu ya hali ya kimitambo tukishirikia. Unajua ikiwa usiku technician wote unapata technician wamesinzia, ndio manaki kulikuwa technician hapa, lakini kama amesinzia pale ameshalala mapema sana. But nataka kuwakaribisha sana ndani ya nyumba Kisi Hot TV. Tupenda kwanza, so I want us to kufanya nini, maombi kwanza, ndio kisha baadaye tukaweza kufanya mambo mawili matatu, tuone how itaendelea. Sawa, ni ndani ya Kisi Hot TV, mbele iko sawa. Mtu wangu nakwambia karibu sana ndani ya nyumba, watu waweze kujaja ndani ya nyumba. Kama kuna mtu amechelewa pale, akina Kevo Sinde, wale watu ambao wamechelewa pale wapiwe fine. Nimekupatia hiyo jukumu, sawa. So wacha nikaweza kufanya hivi, wacha nifanye hivi. Unajua maombi lazima tufanye maombi ndio tuanze. Kama kawaida mimi ndio naanza kwa kufanya maombi, lakini nasikia kwamba niite Wambuhu hapa ama Kevo Sinde atuanzishie katika sababu ya maombi, akituombea kisha baadaye kama kawaida tutaweza kuanza story one by one. Monday tunaifanya testimony, Mosi itakuwa inakuja live and recorded one. Karibu sana ndani ya nyumba, tutajua tu mgeni baadaye. Ila tunaombea watu wangu kwamba kuna kitu kingine hapa nataka kuwakumbusha kwamba unajua sisi studio lazima tusimame nao tuweze kusonga mbele pamoja. Si unajua kama wewe, cheza kama Mkenya, my brother, my sister, cheza kama Mkenya, baadaye nitakwambia, okay? Thank you very much. Kwanza nianze kukimbia katika hii sehemu. Nipatie link hapa, mtu akuja tuanzishe maombi tu. Kisha baadaye nitakuwa tunaanza, tuko na mgeni atatambulisha yeye ni nani, tuanze live and direct mpaka ile time ambayo Mungu atatusaidia tufike. But if you are a new member under Kisi Hot TV, subscribe, tafadhali subscribe and share that link to friends when invite to Kisi Hot TV. Hapa ndio nyumbani, tunatamba kufanya nini? Kakitamba na kutaratamba.
ya kuambia mtu wangu. So akina Pastor John Mesa anakuwa na pale lazima nitakwambia the last option Pastor John Mesa. So link nishapatiana pale. Akina Kevo Sinde, mtu yeyote jamani, anybody. Kwa hiyo link njoo tufanyie maombi, tuanze live and direct. Unajua kwamba kutanguliza Mungu ni kitu cha muhimu sana. Lazima tuanze na Mungu ndio tuweze kusonga tumbele kama ilivyo kama kawaida. So watu waendelee kusonga, waendelee kuingia tumbele. Watu waendelee kuingia ndani ya nyumba. Tukienda kusonga mbele. Na kwa hakikisha kama umetuma link kwa watu 3. Sijaona watu hapa, mtu akuja tuanzishe kwanza sababu ya maombi. Kuna watu watakuja hapa, nitawapiga fine. Wacha kwanza niende hivyo. Kina Divano, we will meet pale park stage na tupigane mbaya sana. So, wote niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya muda unaenda kusonga tu mbio. Tukaweze kuomba. Baadaye tutaanza live and direct tukisonga mbele pamoja na hapa mgeni wetu wa siku ya leo. Atatuambia ni nani? Ila tu hata sitamkaribisha, wacha kwanza tukaanza kutanguliza Mwenyezi Mungu, tukaribisha wageni wote ambao wameingia, tukiongeza na mgeni wetu wa siku ya leo. So funga macho yako tunapoenda kuomba. Mtakatifu Sheikh mbinguni, pokea sifa zako, utukufu na mamlaka. Asante kwa kibali na neema zako. Siku hii ya leo Bwana, tuomba neema na fadhili zikaze kushuka kutoka kwako mtakatifu. Asante kwa kibali cha uhai. Tunajua kwamba sisi binadamu tumekukosea, tumefanya kinyume na mapenzi yako. Mtakatifu, tuomba msamaha mbele zako, katuongoze, kutushike mkono tunapoenda kuanza katika programu hii ya siku ya leo, ikiwa ndio tunaanza mtakatifu katika testimony Monday edition. Mtakatifu, katuongoze kwa kila jambo. Mungu wangu, ninajua kwamba ushuhuda utaguza mtu mwingine pale nje, na utaweza kushika mtu mwingine mkono aweze kuendelea, aweze kusonga mbele. Mtakatifu Mungu wangu, fanya ishara miujiza ya maisha yetu, katuongoze, ukaweze kutuelimisha. Pokea sifa zako, utukufu na mamlaka, na ni katika jina la Yesu tunakuamini. Amen and amen. Thank you very much. Karibu sana. Hebu fanya mic check hapa nisikie kama sauti inatoka pale nje. Yes, karibu sana. Karibu sana Bishop in the house. Asante sana ndugu yangu Brother Dennis. Thank you very much. Akina Keva. Akina Wambu, akina Vincent Michael, akina John Meza, pale akina niambie pale kwa comment. Pastor, mmesikia Bishop hapa nafasi, mmesikia sauti yake. Martha Wanjiku, umesikia mzungumza. Karibu sana. Sikia kama sauti iko pale, iko sawa pale nje, watufanyie sound check pale. Nashukuru sana ndugu yangu Brother Dennis. Asante sana kwa sababu ya makaribisho. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. I want to take this pressure link to me to welcome you all guys. Kevo Sinde hapo sawa. Najua kwamba sauti iko sawa pale nje, wanakupata njia iliyo safi. So I want to welcome you all guys. Karibu sana ndani ya nyumba. Kama wewe ni mgeni na kukaribisha ndani ya Kisi Hot TV. Sasa kutembea mbali, tunaenda kushika katika ushuhuda moja kwa moja, ila tu tuweze kusikia kwamba ilikuwa vipi na inafikia wapi. Iko shwari. Asante sana. Karibu sana ndani ya Kisi, tena kukaribisha. Before niende pale kukaribisha watu wa team comment, naomba tukashikilie hapo. Okay. Tukianza tutaanza kwa safari moja. Ila tukimbia katika team comment pale ni wakilisha watu wale wageni. So kina Kevo Sinde nimekuruka pale, nikikuruka jua kwamba nakaribisha kwanza mgeni. So watu welcome all visitors first. Akina Wambu, akina Kevo Sinde, akina Eminyaps, nyinyi tulia pale. Si mnajua kama kawaida. Cheza kama Kenya bana. Thank you very much. Okay. Aneta Venice Monchoros, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Anasema kwamba niko ndani. Kevo Sinde anasema kwamba niko ndani kukawa. Thank you very much. Kevo Sinde anasema kwamba amen. Kevo Sinde sauti tumetengeneza. Wambuhu kutoka na kwamba Mount Kenya na wakilisha ndani ya nyumba. Kurutu mark me present, I'm here. Thank you very much my brother, my sister Amini. Anasema kwamba hakuna sauti. Kevo Sinde tumeshughulikia hiyo. Wambuhu Keva mambo. Hediga Obiri. Karibu sana my dear my sister mgeni, karibu sana. This is my new member today. Nimeona mgeni hapa. Amen, hakika yeye ni yote kwangu. Asante sana. Kevo Sinde anasema kwamba poa sana. Wote kwanza niruka hawa wageni. Kwanza niruka hawa wanyezi. Emi hapo nimekuwa na pale mark me present. Wambuhu nimekuwa na pale Ezina Tegari anasema kwamba no sound. Tumeshughulikia hiyo. Martha Wanjiku anasema kwamba tuned. Thank you very much. Erika Obiri karibu sana. Sauti iko chini sana. Erika Obiri nashukuru sana kitu tumerekebisha hiyo. Anasema kwamba Wambuhu nimekuruka pale. Nice worship, nataka kuruka Kevo Sinde pale. Kevo Sinde ninakuruka pale. Simonja sasa unakuja, tumeomba tumemaliza. Simonja shikilia hapo.
Ezra Tegari anasema kwamba hello my brother Deno, say hi to Bishop Miruka. I greet my mom Rebecca, my brothers Joshua and Charles, all my friends and family of Hot TV at General. Karibu sana my dear sister. Karibu sana. Usisahau kupiga subscription kule. Mgani mwingine ni Martha Wanjiku kwa hapa. Anasema kwamba Fipi Adichamsha to thanks, I'm humbled. Wanjiku, that is kama huyo ni mtu wa kwenyu, na kwamba Mount Kenya region inawakilisha. Thank you very much. Natafuta wageni hapa. Pastor John Meza na kuona pale, karibu sana ndani ya nyumba. Vincent Michael, karibu sana. Thanks Keva for your welcome. Thank you very much. Karibu sana Michael. Anaitwa nani? Nimekaribisha Wanjiku pale. Simonjero na kuona pale, anaitwa pa Felix Desh. Felix Desh anasema kwamba tunacheza Kisisi Deno, say hi to Miruka. Thank you very much. Watu wa kusemea pale. Thank you very much. Thank you very much. Cheza kama Kisisi bwana, kama kiwewe. Karibu sana. Karibu sana. Nimeweza comment alizoma baadaye tukiwa na muda. So nataka kukaribisha ndani ya nyumba tuweze kuanza one live and direct. So ila tunakuambia mtazamaji, hakikisha msalimie watu wawili watatu. Watano wajulie hali. Sema kama kuna mtu umezoeana na yeye, msalimie, jua kwamba ameamka vipi, anaendelea aje. Unasopata yeye ni mgonjwa, sisi hatujafahamu. Tuweze kumtafuta pale nje, tumwambie nini, tumpatie Panadol. Sawa sawa. So karibu sana Bishop. Asante. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Labda usalimie mashabiki pale, waambie kwamba wapatie salamu kwanza, kisha baadaye tuweze kujua kwamba life history one by one. Naam, karibu sana. Ningependa kuchukua fursa hii tena kuwakaribisha wote na kusema ni asante mashabiki wetu ambao mnatutazama katika Kisi Hot TV. Yes. Nimeona fursa hii tena watu wangu wa Our God is Able Ministry, najua kwamba mnajiunga pamoja nasi. Nataka kuona comments pale. Karibu sana na wacha Mungu akapate kuwabariki tunapoanza. Wacha neema ya Mungu kapate kuwatosha. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Labda sasa tunazo live and direct one by one. Nikiendelea tu kushashia. Mimi naendelea kushashia link, na wewe endelea kushashia pati watu wataka kwanza moja kwa moja. Labda waweza kufahamisha watu kwa majina, unaitwa nani? Before tufikie ndio watu wengine kujua ni Bishop Audi kwamba historia yako ilianza wapi, umefikia wapi na Bishop umetokelezea wapi. Sawa sawa. So we want to start it from behind. Pale tu nyuma useme kwamba mzaliwa wapi, familia ya watoto wangapi, wao wangapi na majina kwa kamili. Karibu sana. Okay, ningependa kuchukua fursa hii tena kusema kwamba Miruka Geoffrey huyu ambaye mnajua kama Bishop hakuzaliwa kama Bishop. Alizaliwa katika familia ya watoto 6, na katika hiyo jamii ya watoto, familia ya watoto 6, tuko vijana 4 na wasichana 2, although mmoja alipass last year part 1, na kwa hivyo tumebaki watoto 5, na hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ule umbali ambapo Mungu ametuleta. Kwa hivyo wale ambao mnaweza mkanitazama katika jioni ama usiku wa leo, nimezaliwa katika familia ambayo ni familia duni kabisa. Huwa naambia watu kwamba mimi nilikuwa kama gold lakini imetupwa katika takataka, na pale ndipo Mungu alikonitoa. Naam, shikilia papo hapo. Yes. Nataka kukuonjesha tu kidogo. Unajua kwamba I want to kukuonjesha tu kidogo. Lista na kuona pale, karibu sana. So nataka kuona watu kama 51 wakikaribisha Bishop hapa Geoffrey hapa ndani ya nyumba. So tukiendelea pale, tukiendelea kukaribisha Bishop hapa ndani ya nyumba, tukiendelea na safari yetu moja kwa moja. So umesema umezaliwa katika familia ya watoto 6. Yeah. Naam, tumejua familia yako, labda sijui umesema unatokea sehemu ipi, na yes, tuanze sasa kwa majina kama tukikuja tu one by one. Ndio tumeanza sasa. Make sure unasikiza hii. Hii si studio kuletea uweze kufurahia, ucheke pale, ufurahie, useme uanze kuhuzunika, kuambia suri pisiru yapitia sana. No. Yes. Pasa sauti iko hivyo ama ataongoza kidogo, ataongeza. Okay. Shikia hapo. Lazima niongezee sauti hapa, kwa niko nini? Lazima niongeze. Yes, sunguza sasa vizuri. Labda atakupata sasa. Okay, ningependa kusema kwamba asante sana kwa watazamaji wetu ambao mnatutazama katika television yetu ya Kisi Hot TV. Mimi ninaitwa Bishop Miruka Geoffrey. Ni mzaliwa wa 2 katika familia yetu,
Kwetu tumezaliwa watoto 6, ndio mmoja alituacha last year part 1 2019. Hivyo tulizaliwa vijana 5 na wasichana 2 na vijana 4. Yes. Nadhani sasa amesema ameeleza vizuri. Mnampata sasa? Mnampata hapo nje? Okay, so mnampata nje pale ako sawa. We wanted to confirm ndio tuweze kuenda live on the direct. Kwa hiyo tunasema kwamba Bishop sauti yake iko hivyo. I think now iko sawa. Akinaona watu wanakukaribisha pale Wambu, akina Vincent Michael wamekukaribisha. Nashukuru sana. Okay. So in the next stage live on the direct now tunataka tuingie hapa. Msemo mzee katika watoto wa familia watoto 6. Yes. Wasichana 2 na vijana 4. Yes. Labda sikutuambia kwamba sasa mama mzazi na tuweze kujua familia tukianza tu live and direct. So nilikuwa naambia watu kwamba watazamaji wa Kisi Hot, mtu asianze kuhusunika, aanze kusema sasa hivyo ndio yapitia si uteseka sana. No, we are here tuweze kujifunza. Kuna watu ambao pale unaona pale nyumbani ameruhusu hope, unaona ipo siku, unajua hata kama kuna sometimes mtu anaruhusu hope, anasema kwamba sasa kitu ipo ni kutimiza, anaona kwamba hana tumaini la kesho, lakini hujui kwamba kesho yako ipo inakuja. Ukiona mtu mwenzako ashafanikiwa, jua kwamba labda obvious na mlango watu. Ukiona kwamba mimi nimefanikiwa, mimi nimefanikiwa, labda safari yako ya baraka zako, kuchukua baraka zako haikuwa refu, ilikuwa tu fupi. Ndio maana ulisafiri kufikia baraka zako mapema ama kwa haraka. Mimi itanibidi nisafiri kilometers and hours and whatevers and years ndio niweze kufikia baraka zangu. Sawa sawa. So we are here to encourage each other. No, tuanze na tuendelee. Okay. Yes. So ningependa kusema kwamba nimezaliwa katika jamii ya Wakisii na ni pale South Mugrango constituency, mahali panaitwa Nyamarambe sub county, Emesa sub location, Menyenya village. Yes. Yes. Sasa tupatie sana nayo life history yako, tukianza tu kuanza utotoni mpaka mlifika sasa tumepata wewe ni Bishop. Okay. Yes. Kuzaliwa kwangu nimejikuta nikiwa katika single family, na nilipojipata nikiwa katika single family niliona mama. Okay, si kuona baba. Na huyo mama mlezi naona pale mwanzo kabisa wakati nimefika mahali pa kujua kwamba maisha ni nini, nilipata kwamba tuko katika familia maskini sana. Tulikuwa na nyumba ya nyasi, tunalalia ngozi ya ng'ombe na blanketi moja kwa wale watoto 6. Sisi hatukuwa na viti, hatukuwa na meza, na katika hiyo familia tulilelewa katika maisha duni kabisa. Hakukuwa na nguo, hakukuwa na mafuta ya kujipaka, hakukuwa na viatu. Nakumbuka wakati ambapo mmoja tukifika wakati wa Krismasi, tulikuwa tunanunua viatu za maana sana zinaitwa Otero ama Kala za Wajaluo. Hizo ndio viatu mimi nililelewa nazo mpaka wakati nilifika mahali ambapo naweza shika pesa yangu nikanunua. Labda katika masomo sasa tuanzie katika masomo, shule ya msingi, ya chekechea, msingi, ya sekondari mpaka shule ya msingi. Nilisoma katika shule ya primary ya Emesa kutoka kidato cha chekechea nikapanda hivyo. Nilipofika kidato darasa la 6 nikaenda shule ambayo inaitwa Giasobera Primary, na pale ndipo nilifanya mtihani wangu wa KCPE, na then nikajiunga na shule ya sekondari ya Nyakembene. Na nilipoenda pale Nyakembene ikawa kwamba school fee ilikuwa ni problem, nikatransfer nikakuja Emesa na nilifanyia Emesa Mixed High School, na hapo ndipo nilifanya, although sikupita kwa sababu nilikuwa nafukuzwa. Zile siku nilikuwa nakaa shuleni na zile nilikuwa nakaa nyumbani, zile za nyumbani zilikuwa nyingi kuliko zile nilikuwa nafukua shuleni. Na katika hali ya kusoma mimi nimejisomesha kwa sababu mzazi huyu mama mmoja hakuwa na uwezo ambapo angeweza akanilipia school fee. Nakumbuka mzee mmoja ambaye anaitwa Ochoi kutoka pale Emesa, alikuwa mmoja yule ambaye alikuwa ananiajili mimi
nienda nifanye, nilipwe shilingi 70 kwa siku. So nikifanya wiki mbili nilikuwa karibu niko na 900, naenda shule nalipa, na baada ya hiyo school fees ikiisha nafukuzwa. Na hivyo ndivyo nilisoma, nikasoma polepole mpaka nikamaliza kidato changu cha 4. Na nilipomaliza kidato changu cha 4 niliingia kusiaga sukari nguru. Wale ambao tunatoka South Mugrango, sisi watu ni wa kusiaga sukari nguru. Na nilipoendelea katika hali ya kusiaga sukari nguru, kuna ndugu yangu mkubwa ambaye alikuwa amepata kazi Nairobi, na akaniambia kuja huku Nairobi ili ya kwamba tuweze kusaidiana tujenge familia yetu. Na baada ya pale wakati nimeenda Nairobi, nilifika sikupata kazi. Wakati nilikosa kazi, ndugu yangu aliniambia kwamba chukua ID uende utafute mjengo. So nilienda nikatafuta mjengo nikapata. Nilipopata ile mjengo, nikaona wanaume wanabeba sijui wengine naitwa sijui 9 by what. Nikaona venye wanaema, nikaenda kwa yule muhindi nikamwambia nisaidie ID yangu, hii kazi siwezani nayo. So nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, ndugu yangu mkubwa akaniuliza kumeenda namna gani? Kamwambia wamesema miaka yangu hainiruhusu kukaa katika kufanya kazi ya mjengo. Baadaye tena akanitafutia ingine, na hiyo ingine nikaenda nikapata ndio wanaanza foundation. So pale kulikuwa na huko Nairobi kuna mchanga ambaye inaitwa cotton soil, na kulikuwa na kiangazi. Ukipiga jembe chini, hiyo jembe inaruka juu. Nilipopimiwa nikaangalia mahali nimepimiwa na ile kazi ambayo inafanyika, niliacha ile kazi nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani, baadaye ikawa kwamba kuna mzungu fulani alikuwa na hotel, akanichukua kwa sababu nilikuwa talented. Mimi ni mzaliwa wa familia ambayo watu wameokoka. So ile talent yangu ya uimbaji na kihuduma kanisani, yule mzungu akawa amefurahishwa na mimi. So ikawa kwamba amenichukua niende kufanya kazi ya hotel, na mimi niwe kwamba mimi ndio nakuwa kama manager wakati hayuko kazini. Na tuache kidogo hapa, turudi nyuma kidogo. Turudi nyuma kidogo tena step by step. Kuna hapa umesema kwamba ukiwa shuleni ulikuwa unafanya kazi unalipia school fees. Labda mama mzazi yeye alikuwa anakusaidia vipi? Mama mzazi, kulingana na vile ambavyo nimesema kwamba tulikuwa watoto 6. Nilichukulia ile uzito wa mama vile ambavyo nilikuwa namuona, na sikuwa nataka kumlose, na hatukuwa tunataka kwamba tumchoshe na ile kwamba ana over stress, anakuwa stress kwa sababu ya kututafutia. So mimi nilikuwa naona kwa sababu anatafutia hao wengine, hakuwa na kazi, hakuwa na biashara. Kazi yake ilikuwa ni vibarua, kulimia watu. Sisi tumelimia watu sana sana, na katika kulimia watu wengine wanakulipa, wengine hawakulipi, wengine mnatusiwa. So mama mzazi alikuwa nanisaidia tu kidogo, na mimi najisaidia tu kidogo, kwa sababu mimi niliona ni heri tu nijisaidie. Kwa sababu ningesema kwamba ningemwachia, maybe hata singesoma, kwa sababu tulikuwa wengi. Na wewe unatisaidia kusoma, na kuna ndugu yako wa pale mkubwa wa kufuata hivyo, au kama wao huyo mkubwa yeye alikuwa anashughulika kivingine, ama alikuwa ameshughulisha na maisha yake? Ndugu yangu mkubwa pia amesoma shule ya sekondari ya Nyakembene. Na pia yeye najua wakati alimaliza form 4 aliajiriwa shule ya msingi na wazazi. Na wakati huo ilikuwa pesa kidogo sana, hata ingeweza ikatusaidia. So ile kale ka pesa alikuwa anapata kalikuwa kamsaidia. Sasa tuendelee kwenda hapo. So kutoka pale tumeng'ang'ana familia yetu. Na baada mimi kwenda Nairobi niwe manager pale kwa hotel, ikawa kwamba huyu mzungu alikuwa na kazi nyingine pale Nairobi Club. So alipokuwa na kazi pale Nairobi Club, ikawa kwamba wale watu walikuwa pale Nairobi Club walikuwa nataka juice ya mandizi, avocado, na hizi watermelon. So akaniambia siku moja kwamba kuja
pale Nairobi Club ulete juice, kuna watu wanataka juice. So mimi nikabeba zile juice. Saa zile nimetoka kwa street, nilipatana na Kanjo. Nilipopatana na Kanjo, wakanishika, wakaniambia kwamba nilikuwa ninauza wakaniandikia kesi kwamba nilikuwa nauza juice kwa street. So walikuwa Mluya na Mkisii. Mluya akaambia Mkisii, huyu mtu ni kama ni ndugu yako, tumsaidie, tumwachilie aende. Mkisii alisema kwamba wacha ingie ndani ajifunze adabu. Aliposema hivyo, niliingizwa kwa gari ya Kanjo na nikapelekwa City Hall. Pale City Hall nilikuwa nimeacha simu kwa kazi na sikuwa na pesa. Ile pesa nilikuwa nayo ni fare tu peke yake ya kunipeleka Nairobi Club, na wao wananiitisha ongo. So kuniitisha ongo, mimi sina pesa ya kuwapatia, niko na transport. Na mimi sijaishikwa huku nyumbani nikiwa kijana. So hata kwa clan elder sijaipelekwa. So kushikwa, kuwekwa kwa gari, nilianza kutokwa na machozi. Nikaanza kulia. Kwa sababu mimi sijakosea mtu, nimetumwa na mkubwa wangu. Sijauza vile ambavyo walikuwa wameniandikia hii kesi. So mimi kuenda pale City Hall tukakaa, mimi nilikuja kuatendiwa kwa court kitu saa 10:30. Nikaenda kotini, nikaulizwa, wewe ni Geoffrey Ong'ondi? Kawaambia ndio. Umestakiwa hapa kwamba ulikuwa unauza juice na vitu kwa street. Ni ukweli? Yule Mluya alikuwa ameniadvise, akaniambia kwamba ukikataa utafungwa rumande siku 14. So nikaona sitakataa, nikakubali. Nilipokubali, yule charge akaniambia kwamba utafungwa siku 7 ama uweze kulipa faini ya 5,000. Napo wakati wote umekuwa pale ndani, labda huyu mzungu yeye anakutafuta ama anashuka kutafuta ama umeenda wapi? Simu yangu nimeacha kazini. Mimi mwenyewe kwa sababu sijaishikwa, nimeshikwa mara ya kwanza na ninapelekwa kotini, hata namba yangu ilitoka kwa kichwa, nikapanic. Namba ya mdozi wangu sikuwa nayo kwa kichwa. So walikuwa wananitafuta, wanapiga simu, wanapata simu iko wapi? Iko kazini. So baadaye wakati niliulizwa hivyo kwamba wewe ndio Geoffrey Miruka, nikawaambia ndio. Ulipatikana ukiuza juice kwa street, nikawaambia ndio. Sasa umehukumiwa siku 7 ama utoe 5,000. Unaweza ukajitetea? Nikamwambia ndio afande, naweza nikajitetea. Okay, pale nilidanganya, nikamwambia kwamba mimi ni mwanafunzi na niliona kwamba nikiuza hii juice ninaweza nikajiripia school fees. Na badala ningeenda kuiba nipigwe risasi, niliona hii nikifanya ndio nikufunja sheria, lakini ninaweza nikajimudu kimaisha. Yule charge akaniambia kwamba tumekutolea ile lawama, utoe 1,000 ama ufungwe siku 3. So akaniuliza kuna 1,000, nikamwambia hapana. Nikawaambia wacha nifungwe hizo siku 3 kwa sababu sina pesa, na huko hata namba ya kupiga simu sina na sikumbuki. So nilipotoka pale kotini, mimi nimefungwa siku 3. Ikawa kwamba nilikuwa napelekwa industrial area, prison. Na ile prison mimi naona kwamba Mungu alikuwa anataka kwamba niende pale prison. Sababu inasema hivyo, nilipotoka hapa sasa tunaenda pale cell ya City Hall. Yule Mluya tena alirudi kwangu, akaniuliza ulipiga simu? Nikamwambia hapana. Wacha nikuwekee credit ya shilingi 50 upigie watu wenu. So by then nilina girlfriend ambaye saa hii ni mke wangu. Ambaye ni Jacqueline Mumbi. So wakati niliona kwamba ameniletea simu nipige, namba ile iliingia kwa akili yangu, hata si yangu, ni ya girlfriend wangu ambaye saa hii ni mke wangu. Nikampigia simu nikamwambia enda hapo kwa nyumba uambie ndugu yangu nimeshikwa na nimestakiwa siku 3, ninapelekwa industrial area. So anitafute industrial area. Na ilikuwa imefika saa 11. Sasa kitambo nipige simu imefika saa 11:30. So kitambo watoke huko wakuje imefika saa 12. Na saa 12 huwezi funguliwa. Na ilikuwa siku ya Friday. So nikapelekwa industrial area.
Ujue kutoka asubuhi mpaka hiyo masaa saa 12 sijakula kitu ya mtu. Nilipofika pale gerezani tukapata bado huko industrial area chakula washakula wamemaliza. So ikawa nimefanya fasting. So kufanya hiyo fasting, kufika pale cell nikapata wanataka kufanya ibada ya usiku. Hii ibada ya usiku walikuwa huwa wanaomba morning glory, kuna evening service na morning glory. Hiyo siku kuna pastor alitoka hapo cell. Alikuwa anawachezea keyboard na pia alikuwa anawahubiria. Na ikawa kwamba wakati alitoka mimi niliingia. Although nilipoingia niliwekwa karibu na choo, milango ya choo. Sasa unalala mlango iko hapa na kichwa unaangalia hapo. Watu wageni mnaekangwa mnalala karibu na choo. So wale watu wa zamani wanalala mbali na choo. Na hizo choo zinanuka sana. Baada ya askari kukuja sasa aseme tunataka kuanza service, tuanze service. Wakauliza, leo hatuna bahati, pastor alienda. Kuna mtu yeyote ambaye anaweza akatuchezea keyboard na pia akaweza kutuhubiria? Mimi nikasema, nikawa kwanza nilikuwa nalia. Sasa nikasikia wameanza kusema, leo hatuna bahati. Sasa leo tutaimba kweli. Kwa sababu roho wa Mungu alikuwa ndani yangu. Ilibidi niseme kwamba niko hapa. Wakaniuliza, unajua kucheza? Nikawaambia ndio. Nilikuwa nimepewa uniform ya prison. So nikaamka kutoka pale, nikaenda nikaanza kuworship na ile keyboard, nikaanza kuworship, nikaworship, nikamaliza, tukapraise, tukamaliza, then nikahubiri. Nilipohubiri, yule mkubwa wa sela akasema, sasa huyu hamtammpatia uniform. So mtamtoa uniform. Yeye hatakuwa na hiyo uniform. Na nikatolewa hapa kwa choo, nikapelekwa huko mbele mahali wengine wanakaa. So ikawa kwamba Saturday huwezi tolewa cell. Sunday huwezi tolewa cell. Weekend huwezi tolewa. So zile siku 3 nilikuwa probation. Na Mungu alikuwa amenituma pale katika maandalizi ya kihuduma. So ilipofika Monday, ndugu yangu akakuja na siku zangu zile ambazo nilikuwa nimefungwa zilikuwa zimeisha. So nikatoka ndani na nikakataa hiyo kazi. Nikamwambia ndugu yangu, sijaishikwa na hii kazi ya mzungu, imesababisha nishikwe. Sasa mimi narudi nyumbani. Hebu kidogo hapo. Unajua tunataka kwenda step by step because Monday hii tumeanza ni testimony day ambayo ni ushuhuda wa kusaidia mtu pale nje. Unajua kuna mtu kitu anaweza mfanyikia, anajiraumu sana, sema mbona kitu imefanyika. Mtu anajiraumu sana. Yaani umeenda kulikuwa na sababu ya wewe kwenda pale kwa hiyo cell. Uende kuhubiri kwa sababu pastor umeenda pale, pastor amekosa, pastor kwa pale acheza pale watu waimbe au hubiri. So hiyo testi hiyo ndio kazi yako ulikuwa umetuma pale hiyo cell. Mungu alikuwa amekuandalia akasema sasa nao kuna mahali pale hakuna mtu wangu pale anafanya hiyo kazi. Hakuna mtu anahubiri anaimba kule kwa prison. So alikuwa anasababisha ushiko tu kimakusudi ukapelekwa kule ndani. Ndio. Na mtupeleke sasa nao. Weekend imefika imesha sasa. So weekend vile ilisha, on Monday nikatoka pale prison. Ndugu yangu akakuja. Na tulipotoka nilikuwa na chawa tupu. Nguo zangu zilikuwa chawa tupu. So tulipofika mahali ndugu yangu anaishi, nilitolea nguo kwa bafu. Na hizo nguo nikachoma. Kwa sababu zilikuwa chawa, nilikuwa na chawa hata singeweza kuhesabu ni ngapi. Na kutoka hapo ilikuwa msimu wa Christmas. Nikamwambia ndugu yangu, sasa mimi ninarejea nyumbani. Nikaenda kanisani. Kuna pastor wangu wa Nairobi ambaye anaitwa Pastor David Milimo. Nilipoenda hiyo the following Sunday kanisani, nilitokwa na machozi mbele ya madhabahu. Kwa sababu mimi sijaishikwa na nimeona mambo ambayo ni ajabu maishani mwangu. Nimepelekwa cell, sina makosa, although ilikuwa ni kazi ya mzungu. Na yeye ameniambia kwamba pitisha ulete. So mimi sikuwa na makosa, mimi ni mtumwa. Na katika hiyo harakati mimi nimeshikwa. So nikaona kwamba hii kazi siweza, na nikamwambia pastor huyo David Milimo kwamba mimi ninataka kwenda nyumbani. Maisha ya town imenichosha. Pastor aliniambia hivi. Biblia inasema utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Hiyo ni Deuteronomy 28.
Deuteronomy 28 ndio inazungumzia mambo na blessings. So aliposema kwamba utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Kama basi haujabarikiwa mjini, hata ukienda mashambani hautaweza kubarikiwa. Nikamwambia hapana, mimi nitaenda nyumbani. Yes. So nikakuja nyumbani. Nilipofika nyumbani, mama mzazi akaniambia ili ukuwe mwanaume kuna yale mambo utakayoyapitia. Na ni mambo mazito. Na ndio hayo sasa umeanza kuyapitia. Sasa hapa kidogo pale sasa umeenda pale umetoka pale umeenda kwa ndugu yako pale umebadilisha nguo, umechoma nguo. Na umeenda church umetaka kwenda nyumbani. Huyu mzungu yeye pale kazini na simu yako na whatever, hawakuweza kufuatilia what happened, waweze at least kuongelesha. Okay, niliambia ndugu yangu aenda achukue vitu zangu kwa sababu sikutaka tena kurudi pale. No. Na yule mzungu akanilipa pesa yangu ya zile siku nilikuwa nimefanya. So nikasema kwamba mimi wacha nifanye nini? Niende nyumbani. Hiyo kazi sikutaka tena kuiona. Yeah. Okay, sasa mama amekuambia lazima ukae mwanaume utapitia mengi. So mama aliponiambia kwamba mwanaume ni hayo ndio mambo ya kujenga mwanaume kimaisha. Akanipembeleza. Akaniambia kwamba rudi Nairobi tena. So ikawa kwamba ilipofika Januari nikarudi Nairobi. Niliporudi Nairobi nilisema kwamba siendi ile kazi. So nikaenda katika shule ya Lenana School. Na hivi sasa huyu girlfriend wako yeye yako wapi? Na yeye ukienda na hivyo ama? Huyu girlfriend wangu sasa mimi nimemwachanisha huko kwa sababu hizi shida zimenikumba na sijamuoa. So ilibidi nimwachanishe huko Nairobi, mimi nienda nyumbani. Yeah. Shikilia hapo kidogo, nalete hapo. Kama ndio umeingia ndani ya Kiss Hot TV kina Violet 20 kina Wambuhu, tafadhali shikilia hapo hapo. Ila tunakwambia unajua tuweze kuendea studio, tunahitaji network, tunahitaji kulipa stima, tunahitaji kulipa kila kitu, unaona? So unajua, and you know obviously wewe tunafanya kila time, kila weekend, kila siku we just promote artists, we just promote the new talents kila sehemu, kutoka kila sehemu ambao hatuwezi kuwalipisha pesa zozote zile, but if you are willing touching unaweza kutuma hata ulipia hata network ya this month. Kuna nambari ya simu ukiangalia hapo chini ya screen. Okay, thank you very much. Kwa watu wanataka kuuliza maswali kitu tutakuja baadaye. So kuna nambari ya simu pale chini, nambari ya simu iko 0702 571175. Rogers Kichana Kaka Sungura ni namba ya M-Pesa na Wave. So if you want to send something small ya kuweza kulipia ugharamie network, because unaona hapa Dani Kiriga ikifika Wednesday anaita support msanii, support talent, wote walipishangi pesa. We just want to support them, tuweze kwamba wamefika mahali wasema kika mni wa support. But ile kitu tunaomba watu wangu ni ile kwamba tukaweze tukusaidiana. Kama unafikiri kwamba kusaidia kutumia hata 100, uambie kwamba ni network, tumie namba kwake Kaka Sungura. Namba yake iko hapo chini 0702. Ile namba 00184, hiyo 07001, hiyo namba ni ya WhatsApp only group. Sawa. So karibu sana tuweze kuendelea live and direct. Okay. Yes pastor, tuende Bishop. Okay, kutoka pale wakati nilirudi mji wa Nairobi, nikawa kwamba yule ndugu ya mke wangu ambaye sasa ni shemeji yangu kwa saizi, alikuwa anafanya kazi katika shule ya Lenana National School. Akaniuliza kwamba unataka kazi, nikamwambia ndio. Utaweza kazi gani? Kwa sababu mimi sina certificate yoyote, ni ile ya form 4. Yes. Mimi siwezi kuwa mwalimu, siwezi kuwa daktari, siwezi kuwa maybe manager. Nikamwambia ile kazi itapatikana. So nikufieka, najua hizo ni kazi ambazo tunaweza. So akaniambia kwamba wacha niende nikuulizie, na tutakapopata hiyo nafasi nitakuambia. Sasa turudi hapa kidogo. Kuna sehemu hapa umetuambia kwamba umetuma ndugu yako akuletea pesa na kila kitu kutoka kwa kazi pale kwa mzungu. Kuna mtu alikuwa anauliza swali hapa. Wewe ndio ulipewa pesa hizo ama ni ndugu yako alienda akapewa? Yeye ndiye alipewa akaniletea. Yeah.
Okay. Now tuende pale Lenana School now. So alipoenda yule semeji wangu sasa akapata kazi. Hakuniambia ni kazi gani. Akaniambia kwamba on Monday patikana mahali fulani Lenana School kuna kazi utapewa. Nilipoenda pale nilipewa kazi ya shambani kulima. Mimi venye nilifika hapo nilipewa uma, nikapewa slasher na nikapewa panga. So nikaenda shambani, najua Wakisii ni watu wa kulima. So nikaenda pale nikapangwa kazi. Nikalima siku ya kwanza, wakasema kwamba huyu ni mkulima kweli. Baadaye ikawa kulikuwa na mzimu wa mahindi walikuwa wamepanda, ni shamba wako na farm. Wako na nguruwe, wako na ng'ombe, wako na kuku, wako na hizi shamba kupanda mboga na mahindi. So wakasema kwamba huyu jamaa wacha tumpatie fair. Alafu aende kuchunga baboon kwa shamba zizikule mahindi. So mimi nikatoka pale kwa jembe nikaenda kwa fair. Nikachunga mahindi kutoka venye imeweka tule mahindi imeanza kuweka. Na nikailinda paka ikakuwa ya kutolewa kwa shamba. Nilipomaliza sasa ile promotion nilipewa kutoka pale kwa sababu nimequalify, nilipelekwa kukamua ng'ombe. Sasa kidogo tunaende kusonga step by step. Umesema hapa shemeji yako ndio amekupeleka kwa hiyo kazi. Amekupeleka kule kwa hiyo kazi. Huyo shemeji wako alikuwa anajua kwamba yeye ni shemeji wake, alikuwa anafahamu kitu chochote ama alikuwa anajua? Hakuwa anajua, alikuwa rafiki. Yes, mnasikia hapa akina Wambuhu, akina Nyamusi, Keva Osinde, Violet 20 na pia mimi na Kurora, my dear sister. Yes, tuendelee. So wakati nilipewa promotion ya kwenda kukamua ng'ombe, nikakaa pale, sikuwa najua kukamua. So nilipelekwa training na wale walikuwa pale. Nikakamua about miezi kama 6. So nikatolewa pale nikapelekwa kwa kufuga kuku hizi za mayai na hizi za broilers. Nafuga kutoka day 1 up to itage ama ichinjwe. Nikamaliza pale, ikawa kwamba manager wa pale. Na hapa inateki hawa muda wa ngapi? Miezi, miaka? Ilikuwa miezi. Ilikuwa miezi. Yeah. Then baadaye nikatolewa pale, ikawa kwamba mimi inakuwa karani wa hiyo farm. Niandike zile vitu ambazo zina records na keep records za maziwa. Maziwa ni ngapi tunakamua kwa wiki, kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi. Alafu ikifika mwaka ninafanya annual record. Alafu kwa mayai nakuwa na annual record. Mayai kuku zilimetaga hivi, kuku ngapi tuko nazo. So mimi ndio nilikuwa karani wa hiyo farm. Ulikuwa na ofisi ya kukaa sehemu ama? Kulikuwa na ofisi, lakini sasa lazima tusaidiane, tungekuwa tunasaidiana. Kwa sababu manager aliponiangalia aliona kwamba ndani yangu kuna kitu. So unaona kwamba nimeanzia pale kwa shamba na Mungu anaendelea na kunileta karibu na wakubwa. So ikawa kwamba nimefika pale na nimekuwa karani wa kufanya records. Hata auditors walipokuwa wanakuja mimi ndio napeana records. Yeah. Na kutoka pale ikafika kwamba mamangu amekuwa mgonjwa. Wakati sasa nimefika hii stage ya kukua karani, mamangu akaenda kwa shamba. Alipoenda shambani kulima, si hiyo venye ameingia kwa shamba akafila ikuacha nitoe viatu. Alipotoa viatu, jembe ya kwanza akapiga mguu. Alipopiga mguu akasikia kwamba ameishi maumivu mazito. Akatoka pale akaenda nyumbani. Akaoga, akasikia imezidi, akaenda Nyamarambe hospitali. Nyamarambe hospitali ikawa kwamba haikumsaidia. Akaenda kuna hospitali inaitwa Rakwaro. Alipoenda Rakwaro akapewa madawa akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani hiyo mguu ikawa imemzidia. Nikamwambia aende Tabaka Mission Hospital. Yes. Alipoenda Tabaka akapelekwa lab, akaambiwa kwamba nyoka ilimuuma. So hii nyoka wanasema nyoka imemuuma na yeye amejigonga na jembe, so ikawa imetupatia tatanishi. Inakuwa aje mama amejipiga jembe kwa sababu hata inaonekana
Na ni jembe lakini amejipiga. sasa hospitali wanasema Ni nyoka. ni nyoka. Na hapa nimechukua muda wa siku ngapi akiendelea kusafiri hivyo? Unajua nyoka unachukua almost 72 hours. Yeah. Hapa sasa ilichukua kama siku 3 ndio aweze kufanya aweze kuambiwa kwamba juu ameenda Nyamarambe akarudi nyumbani, akaenda Rakwaro karudi nyumbani. Siku ya 3 ndio anaenda Tavanga. Naam. Wamemwambia kuna ameumwa na nyoka pale hospitali. Yes. Alipoambiwa hivyo kuna kazini yangu anafanya pale hospitali ya Tavanga. Anafanya kwa lab. Anaitwa Charles. So nikampigia simu nikamwambia mama anasema vizuri kwamba alijipiga jembe. Si nyoka ilimuuma. Na hapo hospitali wamesema ni nyoka. Unaweza ukamshughulikia ujue ni nini. So akampeleka tena lab. Wakasema sasa kwa sababu nyinyi mnasema ni yeye amesema ni jembe, itabidi atolewe kasampo kaweze kupelekwa katika hospitali nyingine kubwa ili tuweze kujua shida ni nini. Mimi nikateremka kutoka Nairobi. Mama alikaa hospitali 1 week. Hakukuwa na change. Mimi mwenyewe nikamchukua. Nikaenda naye Nairobi. Tukaenda tukamweka na ndugu yangu hospitali ya Kenyatta. Tulipompeleka Kenyatta tukatumwa kwa labu inaitwa Lancet Kenya. Alitolewa sample na tukapeleka Lancet Kenya. Hiyo ndio labu zile sasa zinajulikana ni nzuri. Tulipoenda pale Lancet Kenya ikawa kwamba wamesema ni kansa. Wametoka ilikuwa ni jembe, imetoka jembe imeenda nyoka, imetoka nyoka imeenda kansa. Sasa wamesema ni cervical cancer. So tukashindwa mguu amejigonga jembe. Haijamaliza hata miezi. Hata ni mwezi tu mmoja. Imeenda imesemekana kwamba ni kansa. Sasa imetoka nyoka. Sasa imekuja ni kansa. Tukaanza kumtibu pale kansa. Pale kansa wakati tulianza kumtibu kansa wakatuambia kwamba tutampeleka radiotherapy. Kumpeleka pale yeye hiyo machine ni machine ambayo mtu unaenda unatoa nguo zote alafu unapeleka kwa machine unafungiwa wewe peke yako pale ndani. Yes. Na hiyo machine inakushughulikia. Hakuna daktari anaingia hapo ndani, hakuna mtu yeyote anaingia kwa hiyo room. Yeah. So huko ndani mama alipiga nduru. Alipopiga nduru na madaktari wakauliza, kulikuwa na mama mmoja alikuwa ametumwa kutoka Eldoret hospitali. Amekuja Kenyatta. Akasema huyu mama mbona anapiga kelele namna hii na mimi ndio naingia next. Kwani hizo mashini ziliharibika? Nikamuuliza wewe umeingia huko ndani? Akaniambia ndio. Unasikia aje? Akaniambia huko hakuna kitu unasikia tu joto. Lakini venye huyu mama analia ni kama hizo mashini zimefanya nini? Zimeharibika. Yes. So mama akatoka huko ndani. Alipotoka huko ndani akatuambia na ndugu yangu mkubwa ya kwamba watoto wangu huko ndani ni kifo. Ninawaombea msigonjeke ugonjwa kama hii. Hii ni problem. Huyu mama next akaogopa kuingia kwa sababu tayari huyu amempatia uoga. Yeah, no. Madaktari wakamwambia huyu mama ni wa Kierere. So wewe utaingia. Mama akakataa. Wakachukua kama mtoto kadogo kalikuwa kwa miaka kama 6. Alikuwa na kansa. Kakaingizwa ndani. Aka mtoto hata huko ndani ukai dakika nyingi, dakika tu kidogo. Kalikuwa kaliingizwa, kakatolewa, kakaletwa nje. Akaa kulia. So nikauliza mama, sasa mimi naona mtoto ameingia huko ndani. Hajalia. Na wewe umeingia na umelia. Shida ni nini? Akasema huko ni kubaya. So sisi tukaenda. Sasa tulikuwa tunampeleka, kuna zile siku tulikuwa tunaambiwa kwamba tumpeleke. Tena kumpeleka akalia the same. So hiyo kitu ikatupatia wasiwasi. Tukaita pastors pale Kenyatta. Pastor Ronaldo Sinde. Tukaita pastor wengine kutoka Nairobi. Yes. Wakakuja pale. Yeah.
wakamuombea, Mhm. hakuchange. Ikawa kwamba inaendelea na kumchukua hiyo kansa, sasa inaendelea na kumuumiza. Mhm. Watu tulikuwa na tumenunua tung'ombe, tumekomboa tushamba, tule tushamba tuliuza zote. Mhm. Tulipouza zote tukabaki kama hatuna kitu. Ni wakati sasa wewe na ndugu yako mkubwa unashughulika, kuna hao wengine watu wadogo wengi, wao wako wapi wao? Hawa wadogo, mimi wakati sasa mama anafika mahali pa kugonjeka, sasa nimeoa. Yule alikuwa girlfriend wangu. Mhm. Nimeoa. Na wewe mwenye kupeka kazi pale mnafanya kazi alikuwa ni rafiki yako, tena alikuwa ni shemidi, lakini hakuwa anajua kama Hakuwa ni anajua. Yes. Baada ya kupata kazi, Mhm. muda kidogo tu nikaoa. Mhm. Nilipooa, mama ni huyo naye sasa amegonjeka. Na huyu rafiki yako ambaye sasa anaenda kuwa shemidi wako, alijua kwamba umeshachukua sister yake na mko pamoja kazi pale ama? Mimi wakati nilioa sikuiba msichana. Mhm. Msichana nilimwambia aende kwao. Mhm. Alipoenda kwao, nilienda nikamchukua kutoka kwa mama mzazi. Mhm. Nilijipeleka mimi mwenyewe, nikasema kwamba nataka kuoa. Hakuna, sikuenda na rafiki na sikuenda na ndugu na sikuenda na mzee. Mhm. Nilienda peke yangu. Mhm. Nikamwambia kwamba huyu msichana nataka kuoa. Mama akaniambia kwa sababu umekuja na tumesikia malalamishi yako, Mhm. itabidi ufanye nini? Uende nyumbani, tutakuambia ile siku utakuja kuchukua huyu msichana. Mhm. So nilimaliza miezi kama 6 Mhm. ndio wakaniita, nikaenda nyumbani nikamchukua. Mhm. So wakati sasa mama hapa amegonjeka, amekuja Nairobi, Mhm. niliambia huyu mke wangu enda nyumbani. Mhm. Akae na hao watoto wengine wadogo, kwa sababu kulikuwa na mmoja alikuwa class 7 Mhm. na mwingine alikuwa form 1 Mhm. na mwingine alikuwa form 3. Mhm. Although wa form 3 tulikuwa na yeye Nairobi. Mhm. Alikuwa anasomea Nairobi. Huyu sasa msichana alikuja kupasa. Yeah. So mke wangu ndiye alishughulikia watoto nyumbani kama mama mzazi. Mhm. Na mama tukaishi na yeye Nairobi. Nairobi. Ako hospitali, tunampeleka, tunamrudisha kwa nyumba, tunampeleka, tunamrudisha kwa nyumba. Mhm. So pale alipokaa ilifika mahali sasa akasema kwamba nimechoka. Mhm. Nataka munirudishe general pale hospitali, Mhm. nikufie pale. Na bill hospitali ilikuwa kubwa. Mhm. Sasa tukaenda tufanyiwe waiving. Mhm. Tulipoenda kwa ile ofisi ya kufanya waiving, Mhm. wakatuambia kwamba leta ID zenu na ID ya mama ili tuwafanyie waiving, mumpeleke Kisii General. Mhm. Kama ni kukufa afanye nini? Kwa sababu alikuwa amelemewa. Mhm. Akufie huko. Mhm. Mama, tunapoendelea katika hii harakati, ilikuwa tulianza asubuhi, kufika saa 6 Mhm. wakatuambia sasa kwa sababu ofisa mmoja hayuko, Mhm. itabidi muende alafu mkuje kama saa 8 muone kama amerudi. Kwenda pale kwa ward, tukapata mama ashafariki. Pole. So alipofariki pale Nairobi, Mhm. mimi mwenyewe nilishindwa kulia kwa sababu mama amekufa, ametuachia watoto. Mhm. Kazi tuko nayo si ile iko na pesa. Na muda wote ukiwa unashughulika, ulikuwa unaenda kazi, unaenda simu, ulikuwa na umemba na nafasi pale? Kazini nilikuwa napewa nafasi Mhm. kwa sababu kila siku lazima ningeenda hospitali. Mhm. Na ilikuwa na time ikifika saa 6:30 Mhm. kwa sababu kutoka mahali shule iko na mahali hospitali iko Mhm. mahali ambapo naweza tumia kama 10 minutes Mhm. na gari. So nilikuwa naomba nafasi, ninakimbia, nina attend lunch, then narudi. Na dada yangu alikuwa ameoleka, so na yeye bwanake alikuwa anaishi Nairobi. So huyu msichana anaenda asubuhi, mimi naenda lunch hour, na brother yangu anaenda jioni. Mhm. Hivyo ndivyo tulikuwa tuna interchange. Na ilichukua for how long? Kwa sababu tumeanzia tu kwa Nizembe, ilikuwa mama kwa shamba, imeenda hospitali, imekuwa nyoka, imetoka nyoka, imeenda imekuwa ni cancer. How long it has been taking mpaka amefariki? Okay, alipo konjeka na amefika Kenyatta, ilifika mahali ile kidonda ikapona. Mhm. Ilipopona tukaambiwa sasa kansa si kitu inapona, mtaenda nyumbani, alafu atakuwa anatumia madawa, alafu anakuja clinic. Mhm. So akakuja nyumbani, alipokuja nyumbani akapona kabisa, anafanya kazi yake. Akamaliza mwaka. Alipomaliza mwaka sasa
hata ile kansa sisi hatuoni kwa sababu hata iko inamuuma. Ilipofika ile mwezi ambayo alijipiga jembe tena, ile kidonda tena ikaanza. Tena akaenda Tavaka. Tavaka wakamwambia kwamba aende Kenyatta. Akakuja Kenyatta. Tena sasa Kenyatta alispend tena mwaka ingine moja. So ugonjwa wake ilimtake 2 years. Ndio akapasa. Yeah. Sasa mmepaki wewe na ndugu yako na dada yako, mmeshapaki na watoto wengine 3 hapa ambao ni wako bado shule na umeoa. Yeah. So wakati mama amekufa, bili ilikuwa kubwa, marafiki, shule ambayo sasa hapo Lenana School wakatusaidia, kanisa wakatusaidia, na watu kwetu nyumbani tukakilia ile bill. Tulipomaliza ile bill, nikapewa gari kutoka Lenana National School. Tukaleta mwili nyumbani. Tukazika. Tulipozika, huyu kijana mdogo sasa ako form amemaliza class 8. Na msichana huyu mwingine naye amemaliza form 4. Huyu kijana mwingine ndiye anaingia form 4. Na huyu sasa wenye amemaliza form class 8 anastahili kuenda form 1. So akaenda MSI school. Na yule kijana mwingine naye akasoma Nduru Boys. Akamaliza. Alipomaliza hakupita vizuri. Na school fees ilikuwa vipi hapa? Sasa naona school fees kwa sababu sasa mama ametuachia shamba. Na hatukuwa na mtu ambaye angetusumbua na mambo na shamba. Sisi tulielewana. Hii shamba wacha iwekwe miwa. Itusaidie kusomesha watoto. Na kale kadogo tutakuwa tunapata katatuweza kutusaidia ili tuwasukume. Tulisaidiana wote, familia mzima, mpaka yule msichana ameoleka. Mimi, ndugu yangu huyo mkubwa, na huyo msichana ameoleka, na huyo mwingine alipasa. So tukashikana mikono na tukaweza kusimama na hawa ndugu zetu. Wakaweza kumaliza. Yeah. So kufika wamemaliza, labda walimalizia kimasomo, tutaweza kurudi tena huko nyuma turudi side nyingine. Msichana huyu ambaye alipass alisomea Nairobi, shule inaitwa Precious. Alipomaliza pale akakuja akamalizia shule nyingine ilikuwa hapo karibu na Moi University. Kuna shule pale, hii hata nimesahau jina yake. Pale alipomaliza akakuja Nairobi. Ikawa kwamba kulikuwa na conference kubwa ya East Africa. Ilikuwa ya watu wa Tuku Tendres. Hiyo kuna venye wanajiita. So hao watu wa Tuku Tendres nikasikia wananongonesana, wanasema ninataka msichana ako na C na nitampatia kazi. Walikuwa wakisi. So venye nilisikia na dadangu ako hapa na ako na C, si msichana anaweza akaingia hiyo kazi. Huyo mwingine akamwambia kwamba sina mtu, labda nikutafutie. Mimi nikaenda pale nikawaambia habari zenu. Wakasema mzuri. Mimi naitwa Geoffrey kutoka Kisii, nimesikia mkiuliza msichana wa kazi. Na mimi niko na dada yangu ako na hiyo C ambayo umesema. Na wakaniuliza kwenu ni wapi? Nikamwambia ni mahali fulani. Na huyo mzee alikuwa anaitwa Osos. Alikuwa anafanya hapa Golf House. Yeah. So akaniambia, wewe si kama mtu ninajua. Wewe ni wanani? Kamwambia yule mama Eunice. Eunice ninamjua. So msichana huyu akapata kazi. So alipopata ile kazi ikawa kwamba ameanza kujifunza. Akawa ameingiana na marafiki akajifunza mambo na kompyuta na mambo mengine ya mambo na lands and survey. Ikawa kwamba sasa ameajiriwa na lawyer. Kutoka hapa akatoka pale akaajiriwa na lawyer. Alipoajiriwa na lawyer, hapo ndio Mungu alimchukua akiwa na hiyo kazi. So kuna huyu kijana mwingine alipita akaenda university. Akaenda Machakos University. Naye amesoma vizuri akamaliza, tukasimama na yeye. Saa hizi alishamaliza 2019. Anafunza katika shule ya Ukambani pale. Shule ya secondary. Na yule ambaye alikuwa class 8 tulimsaidia akamaliza form 4, akaenda course ya computer. Saa hii ako kazi pale
mji wa Karen supermarket. Exactly. Yes. Maisha mali ilianzia endelea kugrow, endelea kusonga mbele. Kama unatupata ndani ya Kisii, unajua hapa ni Kisii Hot TV. Tuko katika na Bishop. Tunataka kwenda kujua kwamba safari yake ilianzia vipi na akaweza kufika kuita Bishop. Alifikia wapi na akaanza sasa kufika Bishop. Unaona hadi yake vile ameanzia katika ile umaskini, mama ameenda lakini ameng'ang'ana kufunza watu. Nakwambia kwamba kuna kitu ambacho unapitia. Sometimes unasema kwamba hii kitu inakuumiza mpaka una lose hope, lakini huwezi kujua kwamba hiyo kitu kesho ndio inakumake una shine, you be somebody ambao unahitajika siku za kesho. Okay, kitu kingine kwa nakwambia kwamba kuna nambari ya simu hapo chini inapita 0702 iko hapo chini imeanza na 0702. Hiyo nambari ni ya studio hapa. So unajua end month inafika, kuna kulipa rent, kuna kulipa net, kuna kulipa stima, kuna kulipa nini, and you know sisi tumejitolea kusupport wasanii, kusupport mtu ambaye aweze tu kuinuka katika nafsi yake na katika talanta yake. So we want to support. That's what we say kwamba hashtag tupendane. That's what we are doing here. Tuweze kupenda, tuweze kusonga mbele pamoja. Okay, so if you feel like kusupport na Kisii Hot, kusimama na sisi, kutulipia hata rent, hata stima, hata maji, hata anything, nambari ya simu inapita hapo chini 0702. You can do it at ile utaki kuambia kwamba leta 5,000, hapana. Ile ambayo una feel hata 1 shilling, that's enough, itakuwa imesongeza katika hatua fulani. Naam, so turudi sasa hapa. Ukiwa Nairobi kufanya hizo shughuli zote, kazi pale, ulikuwa unaenda kanisani, ulikuwa pastor au ulikuwa aje sasa? Okay, pale Nairobi nilipoenda, kwa sababu nilikuwa talented, nilikuwa choir master. Kukua katika hali ya choir master, pale ndipo talent yangu ili grow nilipoingia mji wa Nairobi. Although nikitoka hapa Kisii, tulikuwa tumerekodi katika studio zetu za Sayari hapa, na tulirekodi wimbo mzuri, lakini kwa sababu shetani huwa anapinga mambo mengi, watu wakaanza siasa, so tukaachana na ile. Mimi nikaenda Nairobi. Nilipofika Nairobi, nilirekodi wimbo wangu wa kwanza ambao unasema Bwana umeinuliwa. Niliporekodi ule wimbo, wakati huo ndio mama mzazi alikuwa mgonjwa. Niliweza kuuza zile CD, ikawa zinasimama nami katika magonjwa nini, na kuna vitu nzuri zimenisaidia katika uimbaji. So ikawa mimi nilikuwa pale kiongozi kama wa waimbaji. Yeah. Now status, now take us here now, umekuwa mwimbaji, kiongozi. Unaona? Umeanza kuwa kiongozi wa uimbaji. Sasa kama wewe ni kiongozi kwa ya master pale, kwa ya mistress, kwa ya whatever, uweze jua kwamba kesho utafikia sehemu fulani. Unaona? Yeah, sasa tuanzie papa, utuambie kwamba hii safari umekuwa kwa ya master. Unajua kufikia Bishop si kitu rahisi. Kuna viwango ambazo unapitia, kuna kila vijisehemu ambazo unapitia mpaka unafika unakuwa So nilipokuwa pale Nairobi, mama amekufa na kulikuwa na conflict kidogo kwa sababu ya shamba hapa nyumbani. Ikawa ni resign kazi. So conflict ilikuwa imeleta kulikuwa na watu ambao walikuwa wanataka kuchukua shamba. Kwa sababu sasa hakuna mama, hakuna mzazi yeyote ambaye anaweza akatutetea. Ni tu pekee yake. Sisi tu watoto. So ikawa kwamba kuna watu wanataka kuleta hizo conflict za shamba nini. Ni kesi ilikuwa kubwa. Ni kesi ilikuwa kubwa paka ilienda paka baadaye tulikuwa na district Ogembo, tukatafuta lawyer, advocate akatushughulikia, tukaenda human rights. So mimi venye ni resign kazi nikakuja nyumbani. Nimeacha kazi, nimekuja nyumbani na mke wangu, tukakaa nyumbani. Nilikaa nyumbani mwaka mmoja. So kuna pesa ambazo nilitoka nazo kazini. Wakati una resign kazi, kuna ile pesa unapewa ukuje nayo nyumbani. So nikakuja nikanunua ng'ombe ndume 2. Na hizi ndume 2 huko kwetu vile ambavyo unajua, ndume hizi 2, moja ukienda kusiaga miwa ni 200. Na nyingine 200. So nikasema kwamba nikienda na hizi ng'ombe na mimi ni 150. So kwa siku nitatengeneza 500. So nikawa ng'ombe zangu zimepata market. Nikafanya wiki ya kwanza nikashika pesa vizuri sana.
Niliposhika pesa vizuri, wiki ya pili ikawa kwamba ndugu yangu ndiye alikuwa asiage miwa yake. Akachukua ng'ombe zangu na mimi tukaamka saa 9 kwenda kuanza kazi kuzunguka, ng'ombe zikalala zote chini. Mzee kidogo. Watu wanaweza dhani hapa ni mchezo. Umenunua ng'ombe ndume 2. Zilikuwa na pesa ngapi? Moja nilinunua 25,000, nyingine 30,000. So 55,000 zimefanya wiki moja, na wewe pia ukienda pale unaleta shilingi 500. So kupiga kwa hiyo wiki unapata pesa umetoa pale ni pesa kidogo sana. Hata asijatosha hata ng'ombe moja. Wiki ya pili umeanza nazo kazi, zimelala zote chini. Yes. So zilipolala, ndugu yangu akaniuliza kwani shida ni nini? So mimi nikaenda, kwa sababu mimi ni mwenye ng'ombe. Nikachukua kiboko. Nikajaribu kuchapa ng'ombe, nikajaribu zikaamuka. Kuamuka, kuzunguka raundi ya kwanza, kufika pale mahali zilikuwa zimelala, tena zikalala. So hiyo siku hatukusiaga. Mkaacha. Tukaacha. Maybe zilikuwa zimechoka. Labda unajua, labda ulikuwa umeshuku kwamba zimechoka kazi, ulikuwa umeshifanyia kazi. Okay, mimi nilishuku ni kazi. So the following day nikaamkia vizuri, nikazitafutia chakula, nikatafuta chumvi, nikazipatia tu chakula vizuri. Then kesho yake tena hiyo usiku tukaingia kazi. Unajua hiyo ni tena unamkanga wale watu wanaziweka miwa pale, unamkanga saa 8. Sasa ni saa ngapi? Wanamkanga saa 7 saa 8 wakiwa na ng'ombe. So tumeamka kuingia pale ili kwamba tuweze kusiaga, tena zikalala. Zilipolala sasa kazi ikawa kwamba sina kazi. Una kazi. Ng'ombe nikaacha, tukatafuta zingine. So tukamaliza miwa ya ndugu yangu. Tulipomaliza mimi nikasikia kwamba sasa hizi ng'ombe nimechoka nazo. Nikauza, nikaleta zingine. Kuleta zingine the same way zikanifanyia hivyo kwa mtu. Hii ni Kenya. So ziliponifanyia hivyo nikauza tena. Nilipouza nikaanza kuuza sukari nguru kwenda Migori. Nikapeleka wiki ya kwanza, nilikuwa napata faida sukari moja, faida ya mayai 3. Yaani shilingi 3. Shilingi 3. 3 shillings faida. So nilikuwa nipeleka hata nini sukari nguru kama 500. Upate, so napata niko na 1500 faida. So ukitoa transport yangu nini niko na 1500 zangu. Nikaona kwamba hapa aka nikashimo kingine kazuri. Yes. Nikaenda Mjaluo mmoja akaniambia kwamba nataka uniletee stock ya sukari alafu nitakulipa baada ya siku 3. So nikiwete, hata sijui kama anauzia pale Migori, sijui kama ako sahihi, ako na nini hii ya mgongo, hii imeinuka hivi, nungu ya mgongo. So akaniambia wewe utaniletea sukari nyingi, alafu nitaweza kulipa baada ya siku 3. Mimi kwenda yule jamaa hata kunilipa pesa. So unaona sasa nimemchukulia sukari yangu nyingi sana. Hakunilipa pesa. In fact alinikoni hiyo pesa mpaka wa leo. Ilikuwa pesa ngapi? Wakati nilichukua sukari ya 30,000 nikampelekea. Kumpelekea sasa ukipiga hesabu unaweza pata, hata mimi nilikuwa nipate karibu 20,000 juu ya hiyo pesa. Na ikawa kwamba sikuzipata. Umeuza ng'ombe, umeenda pale, biashara zimeenda. Labda ulishuku kwamba kuna kitu kinaendelea. Nilipokuwa naangalia, niliona kwamba kulikuwa na attack fulani ambayo maybe ilikuwa against na my life. So naona sasa nimeresign kazi, nimekuja nyumbani, nimenunua ng'ombe, hizo ng'ombe zimekataa kazi, nimeanza sukari, tena nimeponiwa. So nikaona kwamba kulikuwa na attack fulani. Nikaachana na hiyo kazi. Nikaanza ile pesa nilikuwa nimebakisha kidogo, nikaenda Tanzania, nikanunua nguo, mitumba, hizi bells. Natoa huko nakuja nauza Suneka. So nikaama kutoka nyumbani kwa sababu niliona hizo kulikuwa na tax za kiuchawi. Ushirikina. Sasa nikakuja Suneka. Nilipokuja Suneka nikafungua biashara ya nguo. Siku moja mke wangu akiwa anauza,
akaishi kizunguzungu. So mimi niko kwa nyumba, yeye ndiye anauza. Alipoishi kizunguzungu akaanguka chini. Mimi nikaitwa kwamba mke wako ameanguka. So kwenda pale, akakuja kwa nyumba, tukamwambia sasa hatutauza tena. Tukaenda kesho yake tukaanza kuuza zile nguo hivyo hivyo. Sasa unaona, hizo nguo ndio tunatoa, ndio tunakula, Nalipa rent. na tunalipa rent. Tule pesa tukafanya nini? Zikaisha. Zilipoisha ikawa kwamba ninatafuta kazi. Nikapata kazi ya security, Kisi Security. I think iko hapa. Yuko hapa tu, hapa nyuma yetu hapa. Yes. Nikapata hiyo kampuni. Nikaingia hapo. Kazi ya kwanza niliwekwa Family Bank, nikachunga pale. Nikatoka hapo nikaenda kwa mheshimiwa mwingine pale Suneka, nikatoka hapo nikakuja nikapelekwa hapa county juu, treasury. Nikatoka hapo nikapelekwa General Hospital. So nilipopelekwa General Hospital ikawa kwamba pale nikapewa ukubwa. Nikakuwa supervisor. Nilipopewa supervisor ikawa wale watu wa huko, kulikuwa na wafanyikazi wengine tulikuwa na wao wameishi wivu na mimi kwa sababu wako wakubwa. So wakanisikilia wivu, ikaenda hivyo. Hiyo kazi tukakuja tukasimamishwa. Kusimamishwa, hata kuna mmoja huyu ambaye mtazamaji wetu anaitwa Martha Wanjiku. Martha Wanjiku, venye nilisimamishwa kazi, walisimama na mimi. Niliona siku moja niko na stress, nimelala kwa nyumba. Saa 4, mwanaume, ukiona mwanaume amelala paka saa 4, hiyo ni stress. Unalipa nyumba na watoto wako wanaenda shule na mnakula. Martha Wanjiku alinifanyia shopping mzuri. Akaniletea paka kwa nyumba. Nikasikia mke wangu anasema, Baba Joshua, kuna mgeni. Kwenda pale nikapata mchele, mafuta, sukari, sabuni. Kweli alinisaidia. Later pastor wa Suneka mahali nilikuwa naenda kanisa, mimi nilikuwa nacheza keyboard, vyombo zinakaa kwangu, na katika uongozi alikuwa ameniweka katika praise and worship. Siku moja pastor akaniambia, Geoffrey, kwa sababu unaona kwamba maisha yako yamekuwa, nilikuwa nimemweleza hizi stories zote. Akaniambia inatakikana tuende kufast. Tukaenda mji wa Keroka. Kuna place ambayo inaitwa Mount Carmel. Tukaenda pale kufast. Tulipoenda kufast, Mungu akaniletea kitabu kiko kwa Isaya, sijui ni chapter ngapi. Nasema kwamba Mungu atatumia watu wa mataifa wakapate kukulisha. Na nilipopata hii verse, nikaendea pastor nikamuuliza, Mungu amenipatia hii verse. Sasa mimi sijasoma, sina uhusiano na watu wa mataifa. So wanaweza wakanilisha kwa njia gani? Pastor akaniambia wacha tuombe. So tukaomba, tukamaliza siku zetu za kufast, tukarudi. Tuliporudi nikaenda crusade, ilikuwa mji wa Magena. Nikachapa crusade Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday mke wangu akapigiwa simu. Hiyo sasa hapa bado kwa hiyo hapo Suneka Sasa niko Suneka. Umeambia pastor kwamba naenda crusade. Unaenda crusade. Mimi nilipokuwa natoka kanisani nilikuwa naambia mchungaji kwamba naenda. So mimi nikaenda. Kwenda mke wangu akapigiwa simu kwamba mzee wako anaweza taka kazi huku Lenana, kwa sababu alipigiwa na ndugu yake. Ulikuwa umeresign, umetoka nyumbani, umeng'ang'ana, pesa nimekuja nazo, umenunua ng'ombe zimekataa kazi, pesa zimeisha, nguo ndio kila kitu kimeisha. Sasa nimekuja nimefanya security. Nayo imeisha. Kila kitu naanza nafanya vizuri, ukipata promotion ukielekea kufanikiwa inaisha. Yes. Sasa wakati alipigiwa simu, mimi nilikuwa nimesema Nairobi sitawahi enda. Na alipopigiwa simu nilikuwa crusade. Yeye akashindwa kuniambia kwa sababu nilikuwa nimemwambia sitawahi enda Nairobi. So akatumia dadangu yule ananifuata. Akamwambia, hebu pigia Baba Joshua mwambie kuna kazi imetokea Nairobi kama anaweza enda. Dadangu akanipigia simu.
kwa sababu nilikuwa crusade, nikamwambia hiyo kazi kama ni yangu itaningoja paka nimalize crusade. Yes. So mke wangu sasa tukaongea na yeye, akaniambia kazi iko na maybe utumiwe namba uongee na yule manager. Yes. So nikatumiwa namba, nikapigia yule manager nikiwa tu kwa crusade. Nikamuuliza kazi watu mtu anatakana kuingia lini, akaniambia mtu anatakana kuingia Monday. So nikamwambia kwa sababu mimi niko kwa crusade, nitamaliza Sunday, ni travel Sunday usiku, on Monday asubuhi nitakuwa nimefika kazini. Tukaelewana. Mimi nikachapa crusade, nikamaliza, nikakuja kutoka pale mapema by saa 7 nimefika Suneka. Nikapata nimepakiwa nguo zangu, nikapanda nikaenda Nairobi. Nilipoenda Nairobi nikapata watu wako pale na nikaingia job. Sasa kwanza ukitoka pale ulikuwa na kazi, ulikuwa umepata promotion. Tena ukirudi ulianza tena nyuma ama uliendelea na ile promotion? Sasa pale niliitwa kazi ya library. Sasa pale niliitwa kazi tofauti. Niliitwa library. So kwenda library nikafanya kazi kama around miezi 8. Ikawa kwamba kulikuwa na vacant katika sanatorium department hospitali. Na walipoangalia shule management ilipoangalia wakaona kwamba nina fit pale. So nikatransfer kutoka library nikakuja sanatorium ambayo ni hospitali ya shule. So pale nikafanya kama casual na baadaye Mungu alikuja akaniwezesha sasa nikaajiriwa permanent. Baada ya kusumbuka ukianza kazi promotion inaisha, ukianza business inafika katikati inaisha. So you see there are steps mtu anapitianga. Unajua you are having this story to help someone outside there. Mtu anaweza anzanga biashara, faida unapata faida mara ya kwanza faida unafurahi, unasema hii biashara sitoki, singoki. Ukifika sehemu fulani unapata kila kitu inafurisika inaisha. Kama ni moto inashika inachoma kila kitu. Na unaanza sasa tena sasa nianzie wapi? Nilikuwa na aroni, nilikuwa na deni, nilikuwa na whatever. Sasa nianzie wapi? Kipiga mahesabu na ruhusu hope. You see now. Umeona mara amekuja hivyo mpaka mahali fika, mpaka amekuja kupata sasa permanent. Sasa ako permanent, hata permanent unajua lazima uweze kulifanya retirement. Ukifanya retirement ufanywe hata kasheria, upatiwe hata kitu kidogo ya kurudi nyumbani cha uzee. Yeah. So hiyo ni katika hali ya kimaisha. Yes. So katika spiritual nilipo resign pale Nairobi, nilikuja nyumbani. Nikaingia kanisa ya Nyaronde PH. Nilipoingia Nyaronde PH wakanipatia udikon. Kupewa udikon nikang'ang'ana nayo. Later sasa venye nilitoka pale nikakuja Suneka. So Suneka nimepewa tena nirudi uimbaji. Kutoka uimbaji tena nikarudi na mji wa Nairobi. Sasa tena pale Nairobi umekuwa pale umepata promotion kutoka kwa umepata kazi. Umeshaenda umeweza pipia kusuneka. Nilimwacha Suneka. Yes. So kumwacha Suneka sina pesa kuleta familia. So nilienda nikajipanga. Nilimwambia mtakaa kama miezi 3, niende nijipange, mnaenda kukaa kwa mtu. Na baada ya kukaa kwa mtu nijitayarishe ninunue vitu then nitawaleta Nairobi. So baada nilipojipanga nilileta familia wangu Nairobi. So kutoka pale sasa tena nimerudi ile kanisa. Kwa yule pasa aliniambia kwamba kama hautabarikiwa mjini hata mashambani hautabarikiwa. Biblia inasema utabarikiwa mjini na utabarikiwa. Sasa nimeweza kushikanisha hapa. Ndio maana hata tukinunua ng'ombe zikifanya kazi zinakataa. Ndio maana ukifanya biashara hapa ushago zinakataa. Sasa imepita sasa tena urudi sasa Nairobi. Sasa tena nimerudi Nairobi. Mpenzi mtazamaji wa Kisii Hot TV. Are you following something there? Are you unafuata kitu pale kweli? Umepata kitu pale. Unajua kuna kitu nimepata kutoka hapo. Kuna kitu nimeweza kupata kutoka hapo. Maana ya mchungaji ambaye alikuwa ashamwambia. Usipobarikiwa mchini, huwezi barikiwa mashambani pia. Umeona ametoka pale mchini na pesa kidogo, amekuja amenunua ng'ombe pale, amefanya kazi wiki moja, wiki ya pili ng'ombe zimekwama zinalala zifanyi kazi. Ameuza amenunua zingine. Pia hivyo. Ameacha hiyo ameenda kuuza sukari nguru. Ameuza amekoniwa pesa zote. Ameacha hapo zile imepaki kidogo ameenda kuuza nguo. Wameuza nguo, zimelipa rent, zimekula chakula zimeisha. Na sasa wamepaki pila kitu.
Amekuta security, amefanya ameenda promotion, security na amesimamishwa kazi. Sasa tumepita tena arudi mchini. Vile mchungaji alikuwa amesema. Are you getting something from there? Yes, tuendelee. So niliporudi pale nikaambia pale sasa nimerudi, wakanipokea. Waliponipokea tena wakaniweka katika praise and worship. Yes. So kuniweka katika praise and worship nimechapa hivyo kutoka 2017 nikachapa miaka 2 2018 2019 ikawa kwamba Mungu amenipatia kibali ya kupata mgeni kutoka nje ya Kenya, kutoka mji wa Marekani. So kupata huyu mgeni kutoka mji wa Marekani, na hiyo bado ni ukiwa kwa maombi pale Mount Carmel, Mungu alikuwa amempatia. Mungu alikuwa amenionyesha. Naomba kwanza ushikilie hapo. Hii itakuwa episode 2, itakuwa round 2. Kama ulikuwa unatutazama, ulikuwa umeanza pamoja na sisi, ni safari yake anaitwa Madina, uweze kuambia. Bishop Miruka Geoffrey. Ni bishop, lakini sasa tutakuja kujua kwamba alianza kufika vipi. Licha ya kupitia shida, changamoto, unaanza kitu na in 1 week, Friday iko, second week kinalala chini. Ingekuwa je, wewe ungefanya nini? I don't know, kuna watu pale akina Osebe Grace, akina Jayan alikio 5 6 7 asema niko ndani riskin sema kwamba kukuntu link. Kwanza niwapatie link hapa, kwanza msungumuze na pasta. Kuna part 2 of which nataka tuilete tena tukishamalizana na hii part. If you have any question to ask, kama kuna swali lolote la kuuliza, you have anything to kuuliza au kumshikaniza, kama kuna kitu pale unakuwa na changamoto fulani, you want to kulani one by one. Kuna mmoja uliweza kupotea kidogo. Unajua hii ushuhuda hii kitu we want to promote some people because unaona hapa Peter Poisani, karibu sana. Okay, Wambuhu anauliza kwamba pastor, unamaanisha nikienda nikiapa shida mashambani hata mchini nitapata shida tu? Okay, according na Biblia, Biblia inasema vizuri sana katika mambo na kubarikiwa. Biblia inasema vizuri, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. So kama kabisa haujabarikiwa hapa mashambani, hata mjini hautabarikiwa. Kwa sababu ni Biblia imesema, si mimi. Hata mimi hiyo ni kitu nimekuja kujifunza. Ya kwamba ukitoroka shida hapa, the same zile shida ambazo uko nazo bado zitaenda na wewe. Okay, nadhani umesikia. So nimeachia link pale, watu wakuja hapa waulize maswali, waweze 2 or 3 things, kisha pale before tuweze kuendelea mbele na vitu zingine. Najua kwamba muda bado nenda saa 4:55, baadaye nitakuwa nampatia kwanza atazungumza na sisi neno, atahubiri kidogo na tuone kisha baadaye tuelekea wapi. Round 2 ipo, nawaambia ipo katika safari yake ya kuwa bishop. Unaona? Kwa maana unajua kwamba tumetuambia kwamba katika maombi katika Mount Carmel pale Keroka kuna vile Mungu alimzungumzia kwamba atapatikiwa na mjini na watu utabarikiwa, yani watu wa mataifa wataweza kukulisha. Okay, Diskin yako hapa. Wacha nimlete. Diskin. Kwa wenyewe na kuna kwa wenyewe jambo. Diskin jambo. Diskin, unanipata? Yes. Jambo. Poa sana. Ukoje? Niko poa. Na kwa wenyewe leo? Hata sijui nitatoka huku saa ngapi, by the way nifike kwangu. Hata usitoke. Karibu sana, zungumza na Bishop hapa. Asante sana, nimewaona hapo na mgeni. Karibu fila Tom. Karibu sana, hata kama sikukuwa na nyinyi. Sikuwa najua chenye ulikuwa unaelezea, but kama chenye ulikuwa unaelezea by the way, Mungu endelee kubariki na uendelee na huyo moyo huyo. Alafu kama uko na channel mimi uniambie nikimbie huko nikuwekee kitu. Hivyo tu. Akikurukumbu akikombeka kaki ekwerende unaniweka kwa nini screen peke yangu.
Unakula maji na tukonja. By the way, mgeni, asante sana kwa kufika kwa Kisii Hot TV. Sisi tunapenda wageni sana na uendelee kukuja huku. Tunapenda wageni by the way. Thanks so much. Asante sana. Yes, kumbuka kuna channel mgeni. Shikilia hapa kwanza. Channel tutajua baadaye. Topic ilikuwa nasema tu hivi. Sisi masomo tu, mipango ya Mungu ni ya Mungu. Okay, hiyo mipango ya Mungu ni ya Mungu. Wewe unasoma, umesikia historia yake, umesikia jinsi ambavyo ametokea. Unaona? Wewe ushapitia, wewe unasema kwamba kufanikiwa kimaisha lazima uwe umeenda shule, umekuwa na certificate ya chungu nzima. Sikuelewi kupurukutu. Nakuuliza kulingana na wewe. Yeah? Ni lazima uweze kusoma uwe na madigrii ndio uweze kufanikiwa kimaisha. Najua sielewi hapa kwa wenyewe nayo sielewi. Acha nirudie tena. Ni lazima uweze kusoma, uende university usome, ukuwe na degrees, ukuwe professor ndio uweze kufanikiwa kimaisha. Yes, utaweza soma na ukose kufanikiwa. Mimi sijakuuliza useme no. Nimekuuliza yani ni lazima mtu asome ndio afanikiwe maisha, aweze kufanikiwa kimaisha. Si lazima. Si lazima mtu asome. Kitu ni skills. Kama uko na skills utaweza faulu. Wewe utoke kwa wenyewe badala ni kuchome na maji moto. Urudi kwenyu. Umesikia Liskini? Kukurukutu akileo niko kwa wenyewe hata nashindwa nitafanya nini. Tufuate kutoka nyuma. Sawa, okay. Thank you very much. Asante sana Liskini. Naona pale Ezite Guide nasema pamoja. Pitu Boysani na kuona pale Pitu Boysani na kuona Wambuhu na kuona Kevo sijui alienda wapi. So karibu sana. Hiyo kuna watu sijiona. Unajua asijui maana kama Wambuhu ulikuwa umeuliza kwamba hii question yako hapa. Nataka pasa labda hata kupatia maandiko ambayo yanazungumzia kuhusu jinsi ambavyo amesema. Kwamba usipobarikiwa mchini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa na mashambani pia. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati ama Deuteronomy 28 usome mstari wake wa 3. Inasema ya kwamba utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. So mimi mchungaji aliniambia kwamba naona Biblia imeanza kwamba utabarikiwa mjini na utabarikiwa na mashambani. Yes. So imefika mimi sijabarikiwa mjini. Ninatorokea wapi? Mashambani. So zile shida bado zilienda na mimi. Ndio maana unaona wakati nimerudi mjini pale ndipo Mungu ameanza kunibariki. Kuna kitu hapa nataka urudie maandiko na uweze kurudia. Urudie tu statement kidogo, tuikate tu kidogo. Kuanzia hapa ukitoka mchini ukikuja mashambani. What happened tukatoka pale ukakuja tu hapa na umerudi tena. Na kitu mchungaji alikuwa anakuambia ukitoka ukikuja pale nilichoka na maisha na pia huku nyumbani watu wanataka kuchukua shamba. So kutaka kuchukua shamba si sasa mimi ni kama mzazi. Kwa sababu mama akikufa alituambia kwamba nyinyi ndio mtakuwa wazazi wa hawa watoto. So mimi kama mzazi nimeamua kukuja wapi? Nyumbani. So nimekuja nyumbani nimeresign. Lakini mchungaji ameniambia kama haujabarikiwa mjini, alinisomea tu hii Biblia. Kama haujabarikiwa mjini, hata mashambani mahali unakokwenda hautaweza kubarikiwa. So nilikuja ukweli kabisa sikubarikiwa kwa sababu shida zilinisonga. Kununua ng'ombe asifanyi kazi zinalala. Nimeenda pale mji wa Migori kuuza sukari, nimekoniwa pesa. Nimekuja nimeanza biashara ya nguo, hizo nguo zimeisha. Nimeajiriwa kazi kufika hapa General, siasa zimekuja nini nimefutwa kazi. So imefika mahali pastor wangu yule wa Suneka ameniambia twende mlimani. Tukaenda kuomba mlimani, tumeomba. Tumemaliza siku zetu za kufast.
nimeenda crusade, kumaliza crusade, kabla hata nimalize crusade ninaitiwa kazi. Naitwa kazi. So inamaanisha kwamba Mungu alikuwa anataka nikae mjini. Although challenges ziliniandama sana. Lakini unapoangalia Biblia inasema kwamba utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Yes. Nadhani sasa Wambuhu umepata hiyo point, nimeambiwa it is Deuteronomy 28:3. Kumbukumbu ya Torati 28 mstari wa 3. Kama usipata mtu akuza swali hapa na kuweza kuzungumza na sisi hapa live and direct, link nilikuwa nimeshapatiana pale. Link iko pale, akina Ezna the Girl, link iko pale, watu wengi hapa ndani. Na kama utasubscribe pale Kisi Hot TV, please subscribe, okay? If you have not subscribed to Kisi Hot TV, wewe ni mgeni utapiga subscription kule. Piga subscription yako pale tafadhali, kiweze kuweka nayo. So nataka kwamba pastor hapa kwanza, Bishop, hii safari nyingine ya kuwa bishop. Sasa tutakuja kwanza, umefikiaje, umeanza kuwa bishop, what had happened? Uguze tu kidogo juu matakuwa tumefikia, tusonge tu mbele kidogo, zungumza neno kidogo, tuiste tu siku hii zingine tutafanya tena kesho. Okay, sasa wakati nimerudi mji wa Nairobi, nimeweza kupata kwamba nimeanza tena fresh kama choir master ana praise and worship team leader. Baadaye nikapandishwa nikaenda uinjilisti, nikawa kwamba nina organize crusade. Na baada ya pale wakaweza kuona kwamba ndani yangu kuna kitu. So nilikuja nyumbani katika kanisa letu la Igare, na nikaweza kuombewa na wachungaji pale ya kwamba nimeidhinishwa kuwa mchungaji. Nilipoidhinishwa kuwa mchungaji, huo mwaka tu niliidhinishwa kuwa mchungaji, na nilikuwa na wageni ambao walikuwa wameniahidi kutoka Marekani wanakuja Kenya. Walipokuja Kenya mwaka wa 2019 mwezi wa 8, wakakuja, nikawa kwamba mimi ndio na wao Kenya. Tukazunguka na wao Kenya, tukafanya crusade Kisii, tukafanya pale kanisa Igare, tukaenda Migori, tukaenda Nairobi, na tulipomaliza wakaniombea kwamba sasa ninafaa kuwa bishop. Okay, shikilia hapo, tutakuja hapo baadaye. So I want us tuweze kuzungumzia hapa kulingana na historia yako ambayo ushapitia na maisha ambayo unapitia. Maisha ni challenges mingi sana. Mpaka umepita tena umerudi Nairobi, mpaka umeenda kufanikiwa ukiwa pale Nairobi. So ningependa uweze kuzungumzia hii topic ambayo tulikuwa tunazungumzia kwamba si masomo tu. Unajua lazima, yani hatutaki kwamba watu hapa tutasema kwamba mtu asisome, no. Lakini si mtu lazima kwamba akiruhusu hope ama kianguka katika mtihani wako anasema na mimi nimeanguka mtihani, si lazima sasa sasa hivi kama sikwenda university ama sikwenda mahali kwingine, hapo sasa mimi nimekwisha, siwezi kufanikiwa. Mtu asema kwamba yani usungumzie tu mipango ya Mungu ni ya Mungu. Unaona? Na kuna kupata watu ambao ni maskini naona kwamba hawezi tiweza. Okay? I want uweze kuzungumzia sasa hapo, sasa uanze kuzungumzia tu papo hapo. Okay. Ikiwa kuna mtu atakuwa na swali atauliza baadaye. Yeah, tuweze kuingia papo hapo na okay, ile jambo ningependa kusema. Kama mtoto ako na uwezo wa kusoma, yes, ama mzazi uko na uwezo wa kusomesha mtoto, mimi ningekuomba kwamba usomeshe mtoto. Kwa sababu masomo ndio uti wa watu wetu kufanikiwa. Na tusiposoma hatuwezi kufanikiwa. Lakini yule ambaye hakusoma, yule ambaye hana uwezo, yule mtu amekata tamaa, yule mtu ameona kwamba hawezi akaendelea, hawezi akafanikiwa, bado kuna matumaini. Yes. Haimaanishi kwamba mwiko unapofunjika, haimaanishi kwamba tutakosa kupika. Tunaweza tukatafuta hata kijiko, lakini ugali itafanya nini? Itaiva. Like now, mimi ambaye ninazungumza na wewe ambao unanitazama, mimi nilisoma nikafika form 4, na hapo ndipo niliachia. Na ile kazi ambayo ninafanya ni kazi nzuri, ni kazi ambayo inalisha watoto wangu, wanasoma vizuri, wanakaa vizuri, inaleta mkate kwa meza kila siku, wanakula, wanakunywa maziwa, wanakula nini, na amebo kukuitwa baba. Lakini kuna watu ambao wako sahi wamesoma,
lakini ukiangalia hata maisha yao huwezi ukafurahia. Kwa sababu kuna wale wamesoma wako na degree na hawana kazi. Na maybe wameshindwa waanzie wapi. Na watu wengi wale ambao wanasoma, kuna wale mtu anasema kwamba siwezi, anabagua kazi. Unapobagua kazi inamaanisha kwamba hauko tayari kujishughulikia. Mimi mwenyewe sikubagua kazi. Na ile kazi, kwa sababu mimi nilifika form 4, saa hii ningesema kwamba ningekuwa pale nyumbani na siaga sukari nguru, juu sikusoma vizuri, ama niende nichape mjengo, ama niende niende ufundi wa mbao hivi, at least nikuwe seremara. Lakini mimi huwa kwangu napenda kukua positive. Unaishi maisha yako positive. Hata wakati umeona kwamba umefinyiliwa. Mimi huwa nasema kwamba unapoona hii tick imeuma ng'ombe. Ikiuma ng'ombe na uende ukate ile ng'ombe ikufe na damu itoke. Ile tick haitaachilia. Kwa sababu inaamini katika hii ng'ombe. Yes. So na wewe unasaidi kujiamini. Na jambo lingine ile ningependa kuambia mtu kwamba muweke Mungu mbele. Hakuna jambo ambalo unaweza ukafanya bila Mungu. Mambo yote yale ambayo unataka kuyafanya yakabidi mbele za Mungu. Mimi nimekuwa nikikabidi mambo yangu mbele za Mungu. Yes. Haijalishi au kusoma leo hivi unanitazama. Umekata tamaa. Wengine wamefika mahali hata anataka kujinyonga. Wengine wamefika mahali ambapo wanaona kwamba maisha imeisha. Kama ni msichana ameamua anataka kuoleka. At least aenda akae maisha mazuri. Anapotoka pale kwa sababu ya kusoma ameenda kuoleka, anapata kwamba kuna yule mtu ameoleka na yeye ni mlevi. Yule mtu ameoleka na yeye ni mtu anafuta bangi. Yes. Yule mtu ameoleka na yeye ni mtu hana haja na maisha. So anaachanishwa kwa sababu ya kusoma. So akiachanishwa, amepewa mimba, inafika mahali sasa anafanya nini? Anarudi nyumbani. So anakuwa mzigo kwa wazazi. Ni kwa sababu gani? Hakutaka kuishi maisha yako positive. Alijiweka maisha yako negative. Akaangalia shida zake zikakuwa nzito kuliko Mungu. Akaweka Mungu kando. Akaona shida zake. Yes. Katika usiku wa leo ningependa kwamba umuone Mungu. Unapoona shida zako, muone Mungu. Hizi shida zako mkabidhi Mungu. Haijalishi hujasoma, wewe ambao unatutazama, wewe ambaye umekata tamaa, unaona kwamba hakuna kitu unaweza ukafanya. Ndio nilijaribu biashara, ikashindikana. Nikajaribu kununua ng'ombe, ikashindikana. Ile ilikuwa ni ujuzi wangu. Lakini unapomkaribisha Yesu, ataondoa ujuzi na akaweke kibali chake katika maisha yako. Na anapoweka kibali chake maisha yako, yeye ndiye atakaye kuongoza. Maana anasema yeye ni taa ya miguu yetu. So atakuongoza hata kama hujasoma. Mimi mahali nafanya kazi saa hizi ninaheshimiwa, ninapendwa. Si kwa sababu mimi ni mzuri, si kwa sababu nimetenda mazuri sana. Hapana, ni kwa sababu nimemweka Mungu mbele. Mimi hata ukienda kazini kwangu, kwa kazi yangu saa hii, kuna Biblia kwa ofisi. Na pale kazini tuko watu watatu. I think wananitazama. Kuna daktari sio wetu anaitwa Geoffrey Limareng, na kuna daktari ambaye anaitwa Moses Kimani. Hao watu wote watatu sisi huwa baada ya kufunga kazi saa 12 sharp. Yes. Tuko na evening devotion. Yes. Ambayo tunafanya mpaka saa 1:30 ama saa 2. Kwa sababu gani? Tumekabidhi kazi zetu Mungu. Maana sisi peke yetu hatutaweza. Na tukifanya kulingana na ujuaji wetu hatutaweza kumeka. Ndiposa tulionelea kwamba tutaweka ibada katika kazi zetu. Yes. Ili tukapate kumtumikia Mungu. Yeah. Now, nataka sasa nilikuwa hata we talk about this topic hii ya wanted now uchukue kama ni kufunza na kuweza kuona maandiko kidogo. Yeah, from that hiyo kidogo tukuuzie kwa sababu muda na pia unaenda sijana, pia mtu anaweza kuuliza swali na mwenye anahitaji. Baadaye ndio kana namba yako ya simu pale, mwenye alikuwa anahitaji kukutafuta baadaye kwa sababu ya maombi na ushauri. Amen. Okay, ningependa kusema kwamba tunaposoma kitabu ya Isaya mstari wake wa 30, tuanzie pale 18, 19, 20 na 21.
nitasoma vifungu kama 4 na hizo vifungu zitaweza kutusaidia na zikufungue macho ili ukajue kwamba hauko peke yako. Mungu wetu anatupenda sana. Sisi ndio tumefanya mioyo yetu imekuwa migumu. Na kama hatungeweza kufanya mioyo yetu kuwa migumu, Mungu wetu ni wa huruma na anaweza kabadilisha maisha yako. Tunaposoma kitabu cha Isaya 30:18 nasema hivi: kwa ajili ya hayo Bwana atangoja ili awaonee huruma, na kwa ajili ya hayo atatukuzwa, ili awarehemu, kwa maana Bwana ni Mungu wa hukumu, heri wote wamngojeao. Unaona pale Biblia inasema kwamba kwa ajili ya hayo Bwana atangoja ili awaonee huruma. Atangoja. Mbona angoje? Ni kwa sababu anataka kuangalie umeweka tumaini lako wapi, umeweka msingi wako wapi. In fact, unaweza soma ndio, na kama Mungu hayuko ndani yako bado itakuwa ni bure. Unaweza kuwa hujasoma, kama Mungu hayuko ndani yako itakuwa ni bure. Lakini unapomkaribisha Kristo Yesu, Mungu atangoja akuangalie, vile ambavyo anasema kwa ajili ya hayo Bwana atangoja ili awaonee huruma. Anaonea akina nani? Ni sisi, mimi na wewe. Atuonee huruma, na anapotuonea huruma inamaanisha kwamba kuna unapoonea mtu huruma, huwezi onea mtu huruma kwa sababu ako sawa. Huwezi niambia kwamba utaenda uone Matiang'i umuonee huruma, uende uone President Uhuru Kenyatta umuonee huruma, kwa sababu ni mtu ako na pesa, ni mtu ako na security, ni mtu ako na magari. Utamuonea huruma ya nini? So ukienda kama hospitali, utaangalia mtu ako ICU venye ambapo anajikunja, anainama, amewekewa oxygen. Unaona kwamba huyu mtu kweli unamhurumia. Na sisi Mungu amejaribu kutuangalia, amengoja. Anangoja ndugu yangu, dada yangu. Mungu anangoja aone kama kana kwamba unaweza ukamgeukia. Maana wengi tumeweka shida zetu. In fact, ukiona hata hii mambo na COVID-19, si kwamba hii kitu eti haiko. Mimi nimeona watu wako na COVID. Kuna watu wale wanafanya mzaha kwamba hakuna COVID. COVID iko. Mimi nimeiona. Mimi nimeona na macho yangu. Na hii COVID imekuja ni kama punishment. Kwa sababu gani? Mungu anataka kungoja aone kama kuna inji, aone kama kuna mwanaume, kuna ndugu, kuna dada, kuna mama ambaye anaweza akamuita Mungu. Ndiposa unaona Mungu anasema kwamba kwa ajili ya hayo, kwa ajili ya hii corona, Bwana atangoja aone kwamba kuna mtu ambaye anaweza akamgeukia na mwambie Mungu. Kwa sababu watu wengi wameweka shida zao mbele, wameweka fedha zao mbele, wameweka mabwana zao, wake wao, watoto wao. Kwa sababu mtoto wako ulimsomesha vizuri, umemweka mbele, imekuwa kwamba huyu mtoto wako ndio unaabudu. Bwana wako ako na gari, ako na pesa, umeona kwamba hii ndio umeweka kama kinga yako, kama ngao yako. Bwana anangoja. Na ukiangalia ni ukweli ya kwamba wale watu ambao rate ya watu wamekufa wengi hii corona ni wale watu ambao wako na pesa, ni wale watu ambao wamesoma. Sisemi kwamba kusoma ni vibaya, lakini Mungu ameanzia juu. Kwa sababu hawa watu mahali wameenda imekuwa ni kama kwamba wanataka kujenga ukuta, na zile kuta ambazo zimejengwa na hawa watu Mungu anataka kuziangusha ili sisi wote tumwabudu Mungu aliye mmoja. Sisi wale watu wa chini, watu maskini, sisi tunaabudu Mungu kweli kwa sababu hatuna, na tunatarajia kwamba Mungu akaguze maisha yetu, akabadilishe maisha yetu ili tukafikie viwango vya kwamba hatutakuwa tunaombaomba, hatutakuwa tunachekelewa, hatutakuwa tunadhiakiwa. Kuna maisha ingine watu tunaishi tunadhiakiwa, tunadhurumiwa. Unaona kwamba mtu anakufanyia madharau. Mimi nimeiona kwamba unafanyiwa madharau kwa sababu hamuna chakula. Unaenda mnaomba unga huku, mnaomba huku, mnaomba huku, mnaomba huku. So inakuwa kwamba hata mnaogopa kukutana yule mtu mliomba unga.
Sasa mnaanza kudhiakiwa, mnaanza kuongelewa kwa sababu hamuna anything. Lakini Mungu alipoangalia kwamba rate ya watu matajiri wamefika kiwango kwamba wanadharau hao maskini, wanaona kwamba hao watu hawafai, Mungu ameleta kitu ambayo inaweka watu wote. Kama ni mtu tajiri sahi anafalia corona, anafalia mask. Huyu mtu lazima afanye ajisanitize. Huyu mtu lazima afanye nini? Afuate protocols za nini? Za corona. Si maskini na si tajiri, watu wote Mungu ametuweka wote pamoja. Ndio maana anasema kwamba atangoja. Wakati huu Mungu anangoja aone kama kuna mchungaji ambaye atakayemuita Mungu, kuna kiongozi, kuna deacon, kuna mama assembly, kuna kijana ambaye ni youth leader ambaye anaweza akasimama, kuna kanisa. Ukisoma kwenda chini, Biblia inasema kwamba ili awarehemu, kwa maana Bwana ni Mungu wa hukumu, mwingi wa hukumu. Mungu anataka kuturehemu katika zile shida ambazo unapitia. Mimi Mungu alinirehemu wakati nilipokuwa katika hizi shida, nilipokuwa katika hizi changamoto. Mungu alinirehemu, aliona kwamba mimi singefaa kukaa pale reserve nyumbani. Maisha yangu aliyaweka nikuwe wapi? Nikuwe mjini. So hata kama mimi mwenyewe najisukumilia mjini, mashambani, Mungu anataka nikae wapi? Mjini. So hakuwa anataka niende na ujuaji wangu na ujuzi wangu. Hata kama sijasoma, Mungu alikuwa ameweka my destiny mikononi mwake, alikuwa anajua. Lakini kwa sababu sisi tumewekwa pasi nyingine, uwezi ukajua maisha yako, unajisukuma kulingana na mawazo yako. Ukisoma kwenda chini 19 nasema, kwa maana watu watakaa katika Sayuni huku Yerusalemu, wewe utalia tena, hakika yake atakuonea rehema nyingi kwa sauti ya kilio chako. Unaona? Hapa Mungu anasema vizuri kwamba kwa maana watu watakaa Zayuni huko Yerusalemu. Mtu ambaye anakaa Yerusalemu ni mtu ambaye anamjua Mungu, ameachana na dhambi, amejitenga na mambo ambayo yanamchukisha Mungu, amejiweka katika msingi wa Kristo Yesu. Na huyu mtu atakaa Yerusalemu. Na huyu mtu anapokaa Yerusalemu, huyu mtu Mungu hatamsahau, atambariki. Ndio unaona hapa anasema hapo chini kwamba wewe hutalia tena, wewe hautalia tena. Mimi kuna wakati nilifika, wakati mama amegonjeka sana, ako Kenyatta, watoto wako hapa nyumbani, mke wangu wako nyumbani, amekaa sasa, yeye ndio mama watoto. Sasa ilifika mahali nikajifungia kwa nyumba pale mji wa Nairobi. Kuna huyu mwimbaji anaitwa Tumaini, alikuwa ameimba by then, huo wimbo ndio ulikuwa umetokezea, unasema nisizame Yesu uniokoe, nisizame uniokoe. So huo wimbo nililia. Ukiona mwanaume analia machozi, amefika mwisho. Mimi niliwahi fika mwisho. Kama ni kujinyonga ningejinyonga, kama ni kufanya vitu ambazo azingemfurahisha Mungu ningefanya. Lakini kwa sababu Mungu anasema kwamba hautalia tena, Mungu alinishika mkono. Wewe ambao unatutazama katika usiku wa leo, maybe umekuwa ukipitia kilio, umepitia shida, umepitia maombolezo, watu wamekucheka, watu wamekutenga, wanasema familia yenu hamukusoma, wanasema familia yenu hamutafanikiwa, eti hamutaishi maisha mazuri. Biblia inasema kwamba hautalia tena, wewe hautalia tena. Mbona hautalia? Kwa sababu Mungu anataka kusikia kilio chako. Hapo chini anasema kwamba hakika yake atakuonea rehema nyingi kwa sauti ya kilio chako. Unaona? Hiyo kulia umelia, Mungu atakuonea rehema, atakuonea huruma, atakurehemu kwa kilio chako. So hiyo kilio ambayo umelia, Mungu amesikia. Na hapo juu amesema kwamba hautalia tena, hautachekelewa tena, hautahangaika tena. Maybe umekuwa ukipitia maisha ya kukopa. Saa zingine kuna attacks za madeni. Unapata kwamba unafanya kazi, unapeleka madeni. Unafanya kazi, unapeleka madeni. Unafanya kazi, unapeleka madeni. Hizo attacks hautalia tena kama utamwamini Mungu usiku wa leo. Hatuko hapa accidentally. Ndio mnaweza ona kwamba leo Dennis ametuletea programu hii.
Dennis ametumika kama chombo ili tukakufikie wewe ambaye umekata tamaa, wewe ambaye umechoka na life, wewe ambaye umeshindwa ufanye nini. Unapojaribu kuangalia nyuma umekosa mwelekeo, unapojaribu kuangalia mbele umekosa mwelekeo, unapoangalia kando na kando kwingine hakuna njia, unapoangalia familia yenu kuna mtu ambaye anaweza akakuokolea, hakuna. Unapojaribu kwamba kuna maanti na cousins ni walevi, labda akikupatia ni shilingi 5 hata hana ile ya kukupatia wewe, utakuwa ni nyota katika hiyo familia yako hiyo. Wewe ambao unajiona kwamba uwezi ukafanya anything, wewe Mungu ataweza akakuandaa na akakuunda ukapata kuwa mtu na watu wakashangaa. Maana Biblia inasema kwamba Mungu ataandaa meza ya watezi wako. Haijalishi, Mungu asemi kwamba ataandaa meza mbele ya watezi wako kwa wale watu ambao wamesoma, kwa wale watu ambao wako na kazi. Mungu ataandaa meza mbele ya watezi wako kwa mtu yeyote, yule mtu ambaye amemjua Mungu. Ukisoma hapo chini anasema kwamba asikiapo ndipo atakapokujibu. Ni nani huyu atakaposikia? Ni Mungu. Anasema atakaposikia hivyo ndivyo atakapokujibu. Sijui kama umai songea mbele ya Mungu na ukamwambia Mungu na akakusikia. Na kama hajawahi kukusikia, usiku wa leo ni usiku wako wewe, ili ya kwamba ukazungumze na Mungu na Mungu atakujibu. Maana yeye amesema, yeye Mungu wetu si muongo. Anasema kwamba atakujibu, atakaposikia ndipo atakapokujibu. Ukisoma 20 nasema, na ingawa Bwana amewapeni chakula cha shida na maji ya mziba, lakini walimu wako hawatafichwa tena, ila macho yako yatawaona walimu wako. Unaona sasa, ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida. Unaona, saa zingine kuna chakula ambayo Mungu anaweza akatupatia ya shida. Angalia mtu kama Ayubu. Ayubu, shetani anapozunguka anakuja anaambia Mungu ya kwamba nimejaribu kuzunguka hivi, nimepata huyu jamaa ambaye anaitwa Ayubu, na nilipomwangalia ni mtu ambaye unampenda sana, ninaomba ruhusa ili ya kwamba nikapate kuguza maisha yake. Mungu alimwambia, nimekuruhusu ukaenda ukaguze maisha yake, lakini usiguze moyo. Na ndio maana hapo unaona Biblia inasema kwamba na ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida. Unaona, Mungu analao shida zimfikie nani? Ayubu. Lakini hapo chini anasema kwamba na pia ametupatia maji ya msiba. So kuna vitu zingine Mungu huwa analao zikuje katika maisha yako. Saa zingine tunaweza sema ni shetani, lakini kuna vitu zingine Mungu analao. Angalia hata Yesu mwenyewe, Mungu anamtuma kutoka mbinguni, anakuja duniani, anakuja katika hali ya kuteswa, kuchapwa, kutemewa mate, kuchoma mkuki, kufa na kuzikwa kwa sababu yetu. So vitu zingine Mungu alialao. Angalia mtu kama Elijah anaenda kwa mfalme Ahab, anatoa unabii ya kwamba miaka 3 hakutakuwa na mvua. Na huyu Elijah anapotoa huu unabii anajisahau ya kwamba wakati hakutakuwa na mvua atakuwa katika shida. Si eti mvua itakapokosa hawa watu wengine watakuwa na shida, yeye akose kuwa na shida. So Elijah ni huyo, shida ni hiyo imeingia, maji imekosekana, inji imekauka, watu wanahangaika pale. Mungu anaambia Elijah, toka hapo, enda katika mahali nitakuelekeza katika pango. Alipoenda katika ile pango, Mungu akaalao katika hiyo pango kulikuwa na kamto kamaji, akaalao ndege ikampelekea chakula. Mungu amealao hizi vitu zifanyike. Ile birika mahali ameambia huyu ile pango kulikuwa na kabirika kamto kalikuwa pale, kale kamto kalikauka. Si eti Mungu hakuwa na uwezo wa kusimamisha ile isikauke mahali Elijah hako, kwa sababu ni mtumishi wake na Mungu alikuwa anampenda. Ilifika ikakauka tena, akamwambia itabidi tena uondoke hapa, utaenda pale utakutana na mwanamke ambaye ni mjane, huyo mwanamke atakulisha. Na wakati Mungu, mimi kuna wakati najiuliza,
Kwani wakati Mungu alikuwa anatuma Elijah aende kwa yule mwanamke mjane, na ni mtu maskini, kwani hakukuwa na matajiri, hakukuwa na watu wanajiweza wako na chakula, ambapo Mungu angeweza kutuma Elijah akaenda kulishwa pale? Na unapoangalia wale watu ambao wako maisha ya chini, wako na ile roho ya kukaribisha watu, wako na ile roho ya kunyenyekea, wako na ile roho ya kumkubali Mungu. Ukiendea saa hii mtu ambaye ako tajiri, ako na gari, yeye ni profesa, ni dokta, uanze kumwambia kwamba Yesu anaweza, na haja ikutana na Yesu, atakwambia wewe unaniambia nini? Wacha Mungu aenda akusaidie kwanza ndio ukuje kunisaidia. So, Mungu analao Elijah apitie hizi shida zote, anampeleka kwa mama mjane. Mama mjane anamlisha na anapata kwamba ana chakula. Ile chakula ako nayo ni ile akule yeye na mtoto wake hiyo siku na akapate kufua. Na Elijah alienda akaambia yule mama, nitengenezee. By faith yule mama akatengeneza kwa imani. Alipotengeneza akaleta, wakakula, na baadaye Mungu akaprovide kwa ile nyumba. Ikawa hapo ndipo Elijah anakula, na hapo ndipo yule mama na mtoto wake wanakula. Inafika mahali yule mtoto wa yule mama anakufa. Alipokufa anaanza kulilia Elijah, anamwambia, wewe sasa mbona ulialao hii maneno inipate? Kwani ulikuja dhambi zangu ukapata kuweka dhambi zangu mbele za Mungu, imesababisha mtoto wangu amefariki. Elijah anachukua yule mtoto anampeleka gorofani. Alipompeleka gorofani, anamuombea, anamlalia, anaomba Mungu, namwambia Mungu, kumbuka huyu mama, wewe ulinituma hapa, kumbuka huyu mama, kumbuka huyu mtoto, hii familia imekuwa ya baraka kwangu. Nao Mungu akaleta yule mtoto uhai tena. Alipomleta uhai, Elijah akatoka akaambia mama, chukua mtoto wako, na yule mama akamtukuza Mungu. So yule mama alikuja kurealize kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Kuna vitu zingine Mungu huwa analao, na ndiposa anasema anatupatia chakula ya uchungu, maji ya msiba. Kuna vitu zingine Mungu analao. Kama mimi vile ambavyo nilikwambia, Mungu alialao niende pale industrial area prison ili niende kuhubiri. Lakini mimi nilipoangalia, niliona ni mateso, niliona ni shida. So Mungu anaweza akaalao ukaenda mahali popote kuhubiri. Ukisoma 20:21 nasema kwamba na masikio yako yatasikia neno nyuma yako. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako, nikisema njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Sasa masikio yetu yatasikia sauti ya Mungu. So Mungu atatupatia direction. Mungu atakupatia mwelekeo ya kwamba unapoenda kushoto atakuwa pamoja na wewe, unapoenda kulia ataenda pamoja na wewe. Ndio unaona kwamba Biblia inasema kwamba pale, ile mchungaji aliniambia Deuteronomy 28:3 ya kwamba utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Sasa ndipo hapo unaona kwamba masikio yako yatasikia, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema njia ndio hii, ifuateni. So mimi nishaiona njia ya kumfuata Kristo Yesu. Maisha yangu, ndoa yangu, watoto wangu, huduma yangu nimeipatia Mungu akanielekeze. Maana hakuna mtu ambaye anaweza akatenda yale maneno nimeona katika maisha yangu. Hata kama kungekuwa na mtu ambaye alikuwa ni yangu na pesa, angeweza kunisaidia vile ambavyo Mungu amenisaidia. Mimi hakuna mahali nimaiongana juu ya kazi. Hakuna mahali ambapo nimaienda kwa mganga anipatie dawa nitafute kazi. Mimi kazi inanitafuta. Mimi sitafutangi kazi. Kwa sababu gani? Nimekabidhi njia zangu mbele za Mungu. Na Mungu amekuwa ngao yangu, amekuwa kimbilio langu, amekuwa tegemeo langu. Nimemweka mbele katika kila jambo ambalo nalolifanya, hata katika huduma yangu.
Saa zingine katika huduma unaweza ukafika mahali ukaona kwamba umeishiwa, umelemewa, lakini Mungu ako na sababu na makusudi. Mungu atakusimamisha. Iwe kuna mchungaji ananitazama, iwe huduma yako imekuwa ngumu, umeshindwa ufanye nini, umejaribu kuchapa injili, maombi, kanisa, watu wamebaki pale, endelea na hiyo huduma, maana Mungu alipokuchagua au kujichagua au kujifanya ukuwe pastor, Mungu alikuwa mzuri. Wewe ambaye ni youth leader, kiongozi wa praise and worship, mwalimu wa Sunday school, deacon, saa zingine unaweza ukapigwa mawe. Usione kwamba wakati umeokoka uko na deacon uwezi ukapata majaribu. Kwanza ukiwa kiongozi ndipo unapata majaribu mazito. Hata mimi bishop huyu ambao unaniona leo, kuna mambo ambayo yanaweza yakanikumba, yakanitingiza. Si kwamba mimi nilishuka kutoka heaven na nikashuka hapa chini. Hapana, mimi ni mwanadamu. Mimi ni bwana ya mtu, baba ya watu. Nikitoka kanisani nikienda kwa nyumba ninaitwa daddy, ninaitwa sweetheart. Na nikiitwa hivyo, majukumu yangu kama mzee wa nyumba lazima niyatimize. Okay, pastor, naomba shikie kidogo hapo. Tunaendelea. Kwamboka alikuwa na break ya 10 minutes. Kama alikuwa anataka kuzungumza, sisi alikuwa pale backstage. Karibu sana Kwambo, nafasi nimekupatia. Nimesimamisha bishop kidogo kwa sababu ile break yako uko nayo kidogo uweze kurejea kazini tena. Kuja hapa pasi. Njoo hapa. Okay, njoo hapa. Nadhani 10 minutes hazijaisha. Linki kwa hapo Kwamboka, come back. So pastor akiendelea kuzungumza nikikuona hapa nitakureta hapa mbio sana. So Kwamboka, kama unanitazama tafadhali Kwambo, na kuomba ukaweze kukuja. Naona kwamba ulikuwa na break ya 10 minutes, lakini nakuambia kwamba sasa kimbia hapa before break ishe, usungumze pamoja na sisi, usungumze pamoja na bishop, na kisha baadaye tuweze kuendelea kazi yako. So karibu sana Kwamboka, karibu sana na mtendelee. Okay, ningependa kusema kwamba katika maisha ya mwanadamu sisi wenyewe ndio tumejichanganya. Imesababisha kwamba Mungu ametuacha. Mimi sisemi watu wamesoma ni wabaya. Nasemi watu kwamba wala hawajasoma ni wabaya. Nasemi kwamba mzazi wako ambaye maybe alishindwa na kukusomesha ni mbaya. Mimi nimelelewa familia ya umaskini. Nilielewa mamangu hakuwa nayo, hakuwa ameajiriwa, hakuwa na kazi, hakuwa na ng'ombe ambaye anaweza akakamua, akauza maziwa tukapata pesa. Nilielewa situation. Vijana ambao maybe mnatutazama mko nyumbani, kama mzazi patia mzazi nafasi. Huyo mzazi ambao unamuona ni mtu wa maana katika maisha yako. Ile siku huyu mzazi atatoka katika maisha yako, utaregret maishani mwako. Huyo mzazi mpatie naye enough time akakushughulikie, akakuhudumie. Maana unapompatia pressure ndio unapata wazazi wengine wanajinyonga. Ndio education ile unataka ni nzuri, lakini kama mzazi hana anything ya kukusimamisha na umempatia pressure, hatajinyonga. Unapata mwingine amekunywa dawa, mwingine amejirusha kwa kisima, mwingine amejiua, amejidunga kisu. Kwa sababu gani? Kwa sababu maisha imemlemea na hana any other alternative ya kukusaidia wewe. Sasa anakuacha. Anapokuacha ndio unakuja kugundua kwamba umepata pengo kubwa sana. Kumbe huyu mama ama huyu baba alikuwa wa msaada katika maisha yako. Na katika usiku wa leo, wewe mwenyewe ambao unanitazama, sijui kama kuna yule ambaye ananitazama hajaokoka. Naweza kuwa hujaokoka na maisha imekusonga kabisa. Ningeomba usiku wa leo, kabla hata tumalize kipindi, wewe tuma ujumbe ya kwamba ninaomba kuokoka. Kama pale uko pale maisha imekusonga, umeng'ang'ana, umejaribu kung'ang'ana kama mimi. Nimenunua ng'ombe imeshindikana. Ujue kwamba nimeresign kazi kutoka Nairobi. Nimenunua ng'ombe imeshindikana. Nimekuja hapa, nimeanza sukari, nimekoniwa. Nimekuja nimeandikwa security, imeshindikana. Umejaribu kila kona, imeshindikana. Wewe ndio nasungumuza na wewe. Kama Mungu wa Elijah, Mungu wa Elisha alibadilisha maisha yangu, pia wewe atabadilisha. Umejaribu kung'ang'ana, kuuza hata sukari nguru, kuuza njugu,
kuuza maharagwe, kuuza mahindi choma, kuuza miwa, imeshindikana. Mungu ako na kusudi na wewe. Ndio unaona hapa kwamba anaalau vitu zingine zifanyike, na hizi vitu zinapofanyika, unapomtumikia Mungu katika njia ya haki na ukweli, Mungu anaweza akakusaidia, akakuinua na akakutetea, na njia zako zitafunguka. Maana yeye amesema hapa vizuri kwamba nitasikia, masikio yake yatasikia maombi yetu, masikio yake yatasikia kilio chetu. Mungu wetu ako tayari kutusaidia. Hata kama mwanzo pale katika shamba la Edeni tulimwasi Mungu, tukafanya dhambi, Mungu tena akaona kwamba ametutema, ametulaani, akamtuma Kristo Yesu ili atuunite pamoja na Mungu. Yesu alikuja akawa sacrifice tosha katika maisha yako na yangu. Na katika usiku wa leo, jua kwamba Kristo Yesu alikufa ni kwa sababu ya hizo shida zako. Alikufa ni kwa sababu ya hizo changamoto ambazo unazoziona. Alikufa ni kwa sababu ya hayo mawimbi ambayo unayoyaona. Alikufa ni kwa sababu ya ile mitetemeko ambayo unaona. Haijalishi kwenu ambapo unakaa, kuna wachawi, kuna waganga, kuna mambo na ushirikina. Unaamka asubuhi unapatana na chura zimekufa, unaamka asubuhi unapatana na panya, mara usiku popo, mara ni majini. Hizo ni vitu tumepitia, mimi nimepitia hizo. Mara ni nyoka zimekufa, zimepasuliwa, nini. Mara ni vitu zingine unakutana hata ziko strange, zinakuogopesha. Unapomkabidhi Mungu maisha yako, Mungu atakupigania. Biblia inasema kwamba tusiogope, Mungu ako pamoja na sisi. Angalia wana wa Israeli wanapotoka pale Misri wanakielekea Kanani, wamefika katika bahari ya Shamu. Wanapofika katika bahari ya Shamu, wanapata kwamba hakuna njia, na kama hakuna njia, inafika kwamba wanaanza kumulilia Musa. Wanamwambia, sasa wewe umetutoa Misri pale mahali tulikuwa vizuri tunakula, uliona kwamba hapa ndio unataka kutufanya tukufie, tukapate kuangamia? Makaburi alikosa pale Misri, umetuleta tukakufia hapa. Mungu aliwaambia, ambia wana wa Israeli wasiogope, wanitazamie na waendelee na safari. Mungu anauliza Musa, uko na nini mkononi? Musa anamwambia kwamba niko na fimbo. So Mungu anamwambia tumia hiyo fimbo kupiga maji. Musa anapiga maji na njia inafunguka. Usiku wa leo uko na nini maishani mwako? Uko na nini? Hata hiyo masomo ya D-, hata hiyo E. Kuna watu hawajasoma sasa, ni matajiri, wana drive. Au watu wamejenga nyumba nzuri. Au watu wanasomesha watoto shule kubwa, watoto wao wamesoma. Na ukiangalia watu wale ambao hawajasoma, sisi ndio tunajidharau. Mungu anakuuliza usiku wa leo, uko na nini maishani mwako? Mkononi mwako uko na nini? Ile ambayo uko nayo, hiyo ndio utatumia. Amen. Amen. Thank you very much. Kuna swali hapa, Wambuhu anauliza pastor. Please, mimi sijui kuokoka ni nini, hebu nieleze. Wambuhu kuokoka, kuna jamaa anaitwa Nicodemus. Anamwendea Kristo Yesu usiku. Anamuuliza, nitafanya aje ni urithi ufalme wa Mungu? Yesu anamujibu Nicodemus. Maana huyu Nicodemus anamwendea Yesu usiku. Yesu anamwambia, itabidi uzaliwe mara ya pili. Nicodemus anajikuta akiwa kama mwendazimu, anauliza Mungu, Yesu, itawezekanaje? Mimi ni mtu mzima, pengine hata mama mzazi hayuko. Itawezekanaje nizaliwe upya, nirudi kwa tumbo ya mama yangu ili nikaweze kuzaliwa? Yesu alimwambia ya kwamba number 1, lazima uokoke. Uuze vile vyote uko navyo, uuze vyote, upe maskini. Wokovu, unajua kuna wale watu wanasema kwamba mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Una fast, uko na Biblia yako, unaenda kanisani Monday, unaenda Sunday, unarudi nyumbani, unaenda Sunday, unarudi nyumbani. Na uko na fedha, uko na pesa, uko na chakula. Mwenzako ako na shida, mwenzako analala njaa.
mwenzako mtoto wake hana school fees, anatakikana umsaidie, na wewe unasema umeokoka. Biblia inasema kwamba imeandikwa umpende jirani yako, na kumpenda jirani ni wakati utashare na yeye ile kitu ambacho uko nacho. So kuokoka ni kuachana na dhambi. Kuokoka ni kuachana na dhambi. Wewe unajielewa Wambugu, unajielewa ile dhambi unayoifanya. Hakuna mtu, Romans inasema kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hata mimi huyu ambaye nakuzungumzia. Lakini unapokiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu ni Bwana, na uachane na matendo yako yale mabaya, umrudie Kristo Yesu, upatiswe kwa maji mengi. Tunaamini kupatiswa kwa maji mengi. Tunaamini kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tunaamini kwa neno la Kristo Yesu, neno la Mungu. Unapopatiswa kwa maji mengi, vile ambavyo Yesu Kristo alipatiswa kwa maji mengi, hapo ndipo unampokea Kristo Yesu katika maisha yako. Nadhani Wambugu nimekujibu, na kama kuna swali lingine. Ikiwa kama mtu akona swali, tafadhali karibu sana, link iko pale. Pasa, ni lazima mtu aombewe ili aokoke, ama ni mimi naweza jiombea wokovu? Ningependa kusema kwamba sisi kama wachungaji ama kama viongozi kanisani, si lazima hata mchungaji akuombe, si lazima hata deacon akuombe. Lakini kuna mtu ambaye maybe kama tuseme Dennis ni kiongozi pale kanisani, katika kanisa Igari. Anaweza pata mtu njiani, amwambie ndugu yangu, naomba ukaokoke, maana naona njia zile ambazo unaenda si nzuri. Hiyo njia unaenda si salama. Fuata Kristo Yesu. Na atakapokuambia namna hii, atakuweka wakifu. Huwa tunasema kwamba anakuweka wakifu, atakuombea. Na wewe mwenyewe utakiri. Unajua wokovu hautoki kwa mimi, wokovu hautoki kwa ndugu Dennis. Wokovu unatokana na kwa Kristo Yesu. Ni wewe ukiri. Kuna kitu ambacho wewe mwenyewe hauwezi ukajidanganya, na uwezi ukadanganya Mungu. Ile dhambi zetu zote tunazozifanya Mungu anazijua. So uwezi ukajidanganya. Na katika kukabidhi Mungu dhambi zako, anasema kwamba kwa kitabu, Biblia inasema kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nitawapumzisha. Dhambi zetu ni mzigo kwetu, na Mungu anataka tumpelekee dhambi zetu, atupumzishe. Sie tuletee mchungaji, sie tuletee ndugu Dennis, ama uletee kiongozi wa kanisa, uletee kiongozi wa vijana. Hapana, mkabidhi Yesu mzigo wako na utapata kuokoka. Nadhani Wambugu sasa umetosheka. Nilikuwa nimeachia linki pale, kama kuna swali lolote ya kuuliza, jinsi ambavyo tulikuwa tumeanzia pale katika ushuhuda wake na kupanda hivyo. Kwamba zingine pati P itakuja kesho baadaye, utatigatika pale kutoka hapa tu kwa Kisii Hot TV, itakuja tu baadaye. Lakini ila tu kama kuna swali lolote kabla ya kuanza kuweza kumalizia, nimegonga saa 5:46 Afrika Mashariki, tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2021, na kuambia tuendelee kusonga mbele na tuendelee kusonga mbele pamoja. Hii ni Kisii Hot TV. So kama kuna swali, link iko pale, karibu sana ndani, uliza swali lako, uliza swali lako uweze kujibiwa one by one. Okay. Anauliza kama kupatiswa ndio kuokoka ama kupatiswa si kuokoka. Nani wanauliza? Ni Wambugu. Wambugu, kupatiswa si kuokoka. Unaweza ukawekwa kwa maji mengi, lakini haujaokoka. So kuokoka kunatokana ndani ya moyo wako. Kuokoka ni ndani ya moyo wako. Ni kama kwa mfano useme kwamba utukane mtu, takataka hii takataka haujazungumza kutoka nje, umezungumza kutoka kwa moyo wako ndani. Pia wokovu ni ndani ya moyo wako. Unapokea ndani ya moyo wako. So kupatiswa ni ile kujikabidhi
kujipeana mbele za Mungu. Yesu mwenyewe anaenda pale anapatiswa, anatupatia example. Unapatiswa, unaingizwa ndani ya maji, unatolewa, ishara ya kuonyesha kwamba umesarenda maisha yako, umepeana kwa Kristo Yesu. So kupatiswa si kuokoka. Kuokoka ndio kunastahili kuanza, ndio upatizo ufuate. Nadhani nimekujibu Wambuhu. Yes, Wambuhu, ukisoma kitabu cha Romans mstari wa 10 mlango wa 10 mstari wa 9, Biblia inasema kwamba that if you confess with your mouth that the Lord Jesus Christ in your heart, that God has raised him from dead, you shall be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen. Amen. Yes. Nadhani umepata Wambuhu hiyo. Yeah. Sijui kama uko na swali lingine, kama watu wako na swali. Feristas Nyunkuri anasema kwamba amen, very true. Thank you very much Feristas Nyunkuri. Karibu sana ndani ya Kisii Hot TV. Ikiwa ndio nafika pale mgeni katika ndani ya Kisii Hot TV, tafadhali nikaweze kukaribisha nyote, karibu sana ndani ya nyumba. Piga tu subscription yako pale kama uta subscribe pale katika Kisii Hot TV. Hayo maandishi mekundu, ajua kwamba hakikisha umepiga subscription yako pale. Sijui nilikuwa nimeachia linki pale kitambo, sijui mbona leo watu wamekataa kuja kuuliza maswali. Watu mnaogopa kuja kuuliza, mjipiwe. You fear to ask. Wambuhu, umetosheka? Nataka kumalizia hapa. Anasema kwamba asante sana pastor, amerithika pale. Amesema kwamba ako sawa. Ako sawa. Ninashukuru sana kwa wale watu ambao mmeweza kuungana na sisi tangia mwendo wa saa 3. Sasa hivi ni saa 5:49 Afrika Mashariki. Usidhani kama kuna mtu tena pale na nisafungia nje. Na mgeni hapa anaitwa Felistas Nyukuri. Ni one of my church member. Ni kutoka Bungoma. Karibu sana Felistas, nimekuona pale. Mungu akakubariki. Ako nje ya country, neema ya Mungu ikamtosha. Okay. Yeah. Felistas Nyukuri, kuna linki kwa hapo juu. Okay, wacha nikuwekea hapa. Njoo hapa kwanza usungumze watu, salimie bishop hapa. Tena kupatia hapa. Okay. Felistas Nyunkuri, hiyo link nimekupatia hapo, ingia na hapa live and direct, sawa sawa. Felistas Nyunkuri, karibu sana na hiyo link ambayo nishakuachia hapo. Ingia hapa nayo live and direct. Kuja nayo papa hapa waweze kutusalimia hapa kama unatupata. Kama haujaondoka, Felistas Nyunkuri, karibu sana. Labda pastor tukienda kungoja Felistas akuje, mambo ya mwisho, maneno ya mwisho ngeza kuzungumza na hawa. Ningependa kuzungumza kwamba wapendwa ndugu zangu, dada zangu ambao mko hai hivi leo, jambo la maana ambalo unaweza ukalifanya katika maisha yako ni kwamba kupeana maisha yako kwa Kristo Yesu. Ni jambo la maana katika maisha. Mimi nimeona Mungu akiniongoza, akiniinua kutoka utoto wangu hivyo. Nimeona Mungu akiniinua. Sijawahi jitetea mahali. Kuna mwimbaji huyu Madha Mwaipacha anasema mwenzio usipiganangi mwenyewe. Mimi napiganiwa na Baba. Ukweli hata mimi napiganiwa na Mungu. Hakuna kitu ambacho unaweza ukajipigania. Kuna mambo mengine unaachia Mungu. Namwambia Mungu, nimekuachia wewe. Ukanitetee, ukanipiganie, ukaniongoze, ukaniinue. Na hakika Mungu atakuinua. Hakuna jambo, Biblia inasema kwamba hakuna jambo lisilowezekana machoni pa Mungu. Hata liwe nini? Hata iwe nini? Hakuna jambo lisilowezekana machoni pa Mungu. Yes. Mungu wetu anainua na anabariki na anaponya. Ni kama Felistas Nyunkuri tulikuwa tunakutegea hapa. Nilikuwa na mtu yote yule anafikiri kwamba kuingia aweze kuzungumza na pastor kwa mara ya mwisho. Kabla sijaweza kukatisha, linki nimekuwekea pale. Unajua kama wiki ijayo siku ya Jumapili tutakuwa na dada yetu ambaye tutakuwa na dada yetu. Okay, naona hapa Jacqueline Mumbi, kumbe alikuwa hapa, sikuwa nimeona, sijui kama ako ndani. Kama ako hapa siakuje tu asalimie. Unajua tu umesema majina yako, useme hata familia kwa nimesahau. Hapa anaitwa Jacqueline Mumbi Geoffrey, tuko ndani kabisa. Karibu sana Bishop. Sijui kama ako ndani. Mpaka sasa yupo, sijui kama shalala.
ndio nimepitia comment. So kama uko pale tafadhali, Jacqueline Mumbi Geoffrey, huyu ni pipi wa Bishop. Kama uko pale tafadhali, link iko pale, karibu sana. Unajua kama ningeona mapema ningemwalika kwanza tusalimie. Sikuwa naona pale mapema. Okay. Siku ya Jumapili wiki ijayo tutakuwa na dada yetu Veni Kerubo, mwimbaji kutoka Kisii, tutakuwa naye pale katika hiyo siku ya Jumapili. So uweze kutembea mbali. Emi Nyaps anasema kwamba Mike present. Wambuhu alikuwa pale nani? Ezna Tegari anasema no sound. Kwa nimesoma hizo comment ni mingi hapa. Ezna Tegari alikuwa pale. Wambuhu alikuwa pale. Kevo Sinde alikuwa pale. Okay, Martha Wanjiku alikuwa pale, sijui kama bado yupo. Okay, kuna mtu anaitwa Vincent Michael ako pale, sijui John Menza pastor ako pale, sijui kama bado yupo. Tuko na mtu mwingine tena hapa, nani hapa? Martha Wanjiku nimesema haku. Simonjoro Fenwell Nyagaka, Simonjoro alikuwa pale akizana na kuanga pale katika sehemu za Mwamugusi TV. Felix Jesh ako pale, nashukuru sana. Sad Lista alikuwa pale, nashukuru sana my dear sister. Nani tena yule? Jacqueline, nimesema Jacqueline Mumbi, thank you very much. Ebisiva Actress asema kwamba tuned in, thank you very much Ebisiva, karibu sana. Susan Mora asema sikia niko poa, niko ndani kama kawa, karibu sana Susan Mora, thank you very much. Anaitwa Violet 20 na Kurora Deno, say hi to pastor, thank you very much. Nilikuwa nakuona pale. Alikuwa anaitwa Isaac G Nyamasi, Isaac G Nyamasi, nasema kwamba sasa poa sana, siko nimepitia comment, I'm sorry. Lakini karibu sana ndani ya nyumba. Oseve Grace alikuwa pale, nashukuru sana Oseve Grace, karibu sana Oseve Grace, thank you very much. Anaitwa Jane RQ 567 anasema niko ndani, karibu sana. Leskin channel anasema kwamba kuruntu kutoa link ilikuwa mshapatina kitambo. Okay, Jane ndani ako nje ya country. Yeah, Yuko Kenya. Jane karibu sana, nimesikia uko outside the country. Kuna mtu anaitwa hapa Piti Poisan, karibu sana Piti Poisan, siku hizi umepotea, utaki kuonekana. Ezite Gari karibu sana. Kwambo nilikuwa na pori sema kwamba ulikuwa na break ya 10 minutes ako kazi, sasa hivi najua sasa ni mchana nikia jioni. Kwamboka na I know you are watching, thank you very much, na kutakia kila heri katika kazi yako. Na tena pata Veristas Nyunkuri, tumesema uingie hiyo link hapa, sijui kama ilikataa, lakini karibu sana Veristas Nyunkuri, karibu sana. Na mtu yote yule anatutazama katika ndani ya Kisii Hot TV. Tumekuwa hapa tangia mwendo wa saa 3, tunataka tu kumalizia hapa kwa sababu ya mambo mawili. Sasa nikwambia tu episode 2, 3, episode 2 itakuja kesho akiwa ni katika muda wa record, na kisha baadaye usiweze kutembea mbali kwa maana siku ya Jumapili tutakuwa na Veni Kerubo. So nimeona hapa watu tukiwa na mchungaji kudiscuss mambo na Mungu, amekujangi na link. Tunaogopa kukuja kwa screen kwa sababu ni mambo na Mungu. Sasa nishajua. Wambu najua hapa sasa tukikuja hapa next time sasa mtu link tutakuwa tunakata. Ni talk comment peke yake ama sio? Yes, ni hivyo Wambu. Watu warudi kwa team comment sasa kuanzia next time. Thank you very much for joining in. So Bishop, sijui kama tunasema maneno ni ya mwisho kabla tutakatisha katika hii program ya siku ya leo. Ningependa kushukuru sana watazamaji wote na wa fans wa Hot TV. Nashukuru sana kwa sababu ya wale wote ambao mmetutazama. Najua kwamba life ni ngumu kwa sahii mahali tumefika. Yes. Na iwe uko na pesa iwe huna pesa, life ni ngumu sahii. Na life itakuwa rahisi wakati tutamwalau Kristo Yesu. Pia ningependa kuwashukuru wana group wale kanisa langu la God is Able Ministry, nimeona pale. Wacha neema ya Mungu ikawatoshe. Pia na kanisa langu la Maranatha Nairobi Race Course, Mungu awabariki. Kanisa la Igare, kanisa la Marongo, kanisa la Menyenya, wacha Mungu akapate kuwabariki wale ambao mnatazama. Na another thing ningependa kusema kwamba wacha tukapate kusaidia talents. Wacha tukapate kusaidia talents, tuinue talents. Wakati Dennis ako hapa, subscribe hiyo station na inua talents zetu, kwa sababu
ni watoto wetu, ni ndugu yako, na unapomuona hivi, unapomuinua ni njia moja ya kumjenga ili na yeye akapate kutimiza maono yake. Exactly. Na utakapomuona kwamba uwezi ukaweza ukamsupport, itakuwa kwamba unaua kipawa chake. Yes. Wacha neema ya Mungu ikawatoshe kabisa. Mke wangu Jacqueline Mumbi, nimekuona pale, Mungu akubariki, umekuwa wa maana katika maisha yangu, umenisimamisha. Watoto wangu Joshua, Emmanuel, Mordecai, neema ya Mungu ikawatoshe. Mimi ni baba yenu tosha na tuko pamoja katika safari hii ya kwenda mbinguni. Yes. Neema ya Mungu ikawatoshe wote wale ambao mmetutazama. Mungu wetu akapate kuwabariki. Amen. Amen. So ukiangalia pale kwa Bishop kwa majina, maybe ningewaambia kisha pale watakuja kufahamu Bishop imekuja vipi, na ilikuja mtu akianza kuwa Bishop anakuwa ni rahisi hivyo tu, anaamka kichwa anasema sasa wewe ni Bishop. Tutakuja kuhiyo kesho baadaye. So Okay. Kisa uambie majina, nambari yako ya simu kwa pale, mwenye anataka kukutafuta pale, mwenye anahitaji kuingia kwa hiyo group yako ya maombi, especially watu wako Gulf. Pale watu mko Gulf mnasema kwamba mnahitaji kuingia katika group za maombi, kuna group ya maombi inafanyika service ambayo watu wanaomba pale, wengi wako kule wanazungumzanga kuhusu mambo ya stori na Mungu. Okay, mimi ningependa kusema kwamba kukuwa bishop si rahisi. Naweza ukapatana mambo mengi yakakuua moyo, yakakufunja moyo. Na vile ambavyo ndugu wetu director amesema kwamba hata tutazungumzia kesho. Na unapotaka kuniona, namba yangu iko pale ambapo imewekwa pale, Bishop Miruka Geoffrey. Na kama unahitaji maombi, kama unahitaji maybe counseling katika ndoa, katika maisha, tutazungumza, nipigie pale. Simu yangu inakuanga on throughout, nitafute uniambie kwamba pastor ama bishop, unataka unisaidie kimaombi, unataka advice. Mungu ataonekana wakati unapozungumza. Biblia imesema hapa kwamba Mungu anangoja, na anapongoja wewe mwenyewe unaweza shindwa utafanya nini. Lakini unaposhare na mwenzako, unaposhare na watumishi wa Mungu, utapata kuweza kupata njia. Naweza kuwa umefunikwa macho, huwezi ukaona mbele. Lakini unapojitokeza na useme, mchungaji, nataka uni advice hili na hili na hili, tutakuadvise na Mungu ataweza kukubariki na kukuinua. Yeah, na kuna kitu nimekumbuka hapa, kitu cha mwisho nimekumbuka, kwa maana hatutaanzia hapo kesho. Ulisema watu unafanya kazi pale, waambie watu unafanya kazi mali, unafanya kazi permanent ni kazi gani? Ulisema vile kazi inaitwa, kisa watu hawajui what is the meaning of that work. Okay, mimi pale Lenana School ninafanya kazi katika shule, hospitali inaitwa sanatorium department. Pale tuko na CEO, tuko na nurse na pia mimi. So pale tunashughulikia wanafunzi ambao wanaweza kuwa wagonjwa, wale wako na dawa maybe wanatumia, wako kama pressure, sukari na vitu kama hizo, maybe malaria. Mtoto akiwekwa kwa ward tunamshughulikia, anapona, narudi class ama narudi kwa dormitory. So mimi nafanya hospitali, na pale ndipo Mungu anaendelea kunisaidia, na sijaona shida yote katika kazi yangu. Na neema ya Mungu nimeona imenitosha, kwa sababu hakuna siku mtoto wangu anaweza kafukuzwa, hakuna siku analala njaa, na Mungu ametubariki. Amen. So wale ambao mko na watoto pale Lenana School, ama unataka ndugu yako kama sister yako anataka no si sister, ndio sasa kuisema sister, ndugu yako akitaka kwenda pale anakaa, kama kwa sasa anaenda kidato cha kwanza, anaenda Lenana School. Pia ukitaka kumpigia simu tu kwamba ako hapo tu, nambari ya simu ako hapo tu, Lenana 24/7. Niza tukujumuka pamoja na nashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na sisi. Nambari yake ya simu iko hapo tu, WhatsApp ako pale kila wakati. Amen. You can talk to him, unaweza mpigia simu, zungumza na yeye, umwambie kwamba unahitaji ushauri fulani, mtaweza kushirikiana pamoja na yeye. Kuna kitu kingine nataka kukuuliza, ndio kuna watu wengine wanasema kwamba maombi yangu nikikufanyia unanilipisha, lazima unanilipa. Guidance yangu nikukupatia sababu nachukua muda wangu wa kukaa chini, unanipatia sitting allowance. Ndio weka hapo wazi. Okay, to me, mimi silipishi maombi. To me, mimi silipishi maombi. Na ikiwa kwamba wewe mwenyewe utafeel like pastor umeniombea, kuna sadaka na utume, sitakataa. Lakini mimi sitakwambia kwamba unapokuja kuna appointment. Mimi hata ukinitembelea kwangu Nairobi, juu mimi naishi na mke wangu na watoto wangu pale, utakuja pale, tutakuombea, tutaenda kanisani, na ukimaliza
urudi. Mimi silipishangi, lakini ukifeel like unaweza ukaniinua, ukaninunulia maji, nayo tutashukuru. Ndio. Amen. Nashukuru sana. So nadhani hapo mmesikia. Hapo sasa mmepata hiyo point. Imewekwa wazi na imekuwa sawa. Wambu ananiambia hapo sasa. Wambu nimesema kuanzia next Sunday tukikuja hapa na akina Veni, sitapea tena link. Watu wacheze team comment kwa kusaidia pale Wambu, si ndio? Wakusaidie pale kucheza comment. Akina sijui chama na kuteam comment ameenda wapi leo. Nashukuru sana. Kitu kingine, kiangalia pale chini kwa screen kuna nambari ya simu 07 imeandikwa M-Pesa ama number wave imeandikwa +254 702 571175. Name Rogers Kichana, kaka Sungura. Mnajua ni director wa Kisii Hot TV. Unajua sasa sisi tunakuja hapa tunapiga story, tunashare hapa hours and hours. Kwa sasa stima nayo inatupeleka mbio kulipa. Ukiangalia hapa internet ndio tuweze kukufikisha hizi, lazima internet tunalipia. Rent ndio inatuleta kwa sababu tuko katika hapa Hema Hospital, ghorofa namba 2, hapa tupatikana opposite Sayare. Vitu zingine mingi sana. Unaona? So ikifiri kwamba unahitaji kutuma kitu pale, unaweza mtumia kitu, useme kwamba nimelipia leo, nimesimamia internet. Nimesimamia stima, nimesimamia rent. Hata kidogo ile ambayo utatuma. Mwingine akituma kidogo tutachaza kipapa. Nashukuru sana. Tuungane kesho siku ya Jumanne ama leo kwa sababu leo ni saa 6, leo tarehe 20. Tuungane siku ya leo tunapopatana na Daktari Dr. Beg Mohamed, tuweze kuzungumzia kuhusu magonjwa mbalimbali na afya zetu katika kuanzia mwendo wa saa 2 jioni mpaka mwendo wa saa 6. Nashukuru sana. Labda tutakapisha baada ya kitu cha mwisho kuzungumza akatuombea tukamalize katika ibada ya siku ya leo na program ya siku ya leo. Ningependa kusema kwamba Biblia inasema kwamba yeye ni tegemeo letu. Ukisoma kitabu cha Zaburi kuna kitu pale nataka nikuachie 23. Nasema hivi, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ni mchungaji wangu. Bwana ni mchungaji wako. Usiku wa leo Bwana ni mchungaji wako. Kazini kwako Bwana ni mchungaji wako. Katika ndoa yako, katika ujana wako, katika huduma yako, Bwana ni mchungaji wako. Hautapungukiwa na kitu. Usiku wa leo pengine unaona kwamba huyu mchungaji kweli, kuna vile ambavyo maisha yangu nimefinyika. Najua mchungaji mwema ni yule ambaye anashughulikia mifugo yake, ng'ombe wakule nyasi, wadiwamiwe, wapigwe dawa. Na unaona kwamba kweli kuna kupe imeniuma mahali, nasikia kwamba nimeumwa sana. Usiku wa leo tuko mahali hapa. Tukuelekeze kwa mchungaji mwema katika maisha yako. Mchungaji tu peke yake anapoingia katika maisha yako yatabadilika. Maisha yako hayatabaki hivyo. Wacha neema ya Mungu akutoshe. Wewe ambaye ni mgonjwa, maybe unatutazama, kuna ugonjwa zingine ambazo hata wewe pengine hata unaogopa kuambia watu. Usiku wa leo Bwana ni mchungaji mwema kwa sababu ya maisha yako. Wewe ambaye ndoa yako imesumbuka, Bwana ni mchungaji mwema. Wewe ambaye umetafuta kazi imeshindikana, Bwana ni mchungaji mwema. Mtazamie Mungu akuwe mchungaji mwema katika maisha yako. Katika usiku wa leo tunapoachana, Bwana akapate kuwa mchungaji mwema katika maisha yako. Amen. Nashukuru sana. Ukatuombe tukamalize sasa. Wacha tukaombe. Mahali popote ulipo unatutazama, wacha tukaombe. Baba, katika jina la Kristo Yesu, mtakatifu wa watakatifu, tunakuinua. Wewe ni Mungu mwaminifu. Usiku wa leo Bwana tumekuwa mahali hapa. Ninashukuru ni kwa sababu ya kibali hiki ambacho umetupa Bwana kuzungumza na watu wako katika hewani Bwana. Asante ni kwa sababu ya wote wametutazama. Asante ni kwa sababu ya ndugu wetu Dennis. Mfalme ajabu, tunajiweka mikononi mwako. Asante ni kwa sababu ya TV hii program ya Kisii Hot TV. Naombea director, naombea wote ambao wanafanya kazi mahali hapa. Naomba neema yako Bwana ikapate kuwatosha. Naomba ukapanue mipaka yao. Mfalme ajabu, wewe ambao umeanzisha kazi hii, najua kwamba unaenda kutenda mambo makubwa. Maana unaendelea kungoja ukasikie maombi yetu. Usiku wa leo naombea Hot TV, Kisii Hot TV, ukapate kubariki kila mmoja. Asante ni kwa sababu ya wote watakuwa na mzigo wa kusimama pamoja na programu hizi. Naomba ya kwamba Bwana ukapate kuwabariki. Wale ambao wanatutazama ni wagonjwa, naomba Bwana Yesu ukapate kuwahudumia katika njia ya kipekee.
Bwana Yesu, achilia neema yako, achilia Roho wako Mtakatifu, achilia kibali chako, achilia utawala wako. Wale ambao Mungu wako na maumivu, wako na ndugu zao na dada zao, wazazi wao wako wagonjwa nyumbani, hospitalini, Bwana naomba ya kwamba ukapate kuachilia uponyaji katika jina la Kristo Yesu. Wale ambao wanatutazama na hawajaokoka Bwana, naomba ya kwamba katika usiku wa leo, kupitia kwa kupigwa kwako Bwana tulipokea wokovu. Naomba ya kwamba ukapate kuingia ndani ya kila mmoja wetu, ukapate kuwaokoa Yesu, na utakapotenda Bwana, sifa na utukufu zitakurudia. Mfalme wa ajabu, tunapomaliza kipindi hiki, naomba neema yako na utawala wako wa ajabu. Kila madhabahu yote ya giza ambayo yanaweza kujinua kinyume na kazi hii ambayo umeianzisha mahali hapa, tunafunga na kuharibu katika jina la Kristo Yesu. Bwana, tawala na ukatamalaki. Tutokapo tuingiapo Bwana, tunatazamia kuona baraka zako. Tulalapo tuamkapo Bwana, tunatazamia kuona baraka zako. Asante ni kwa sababu ya wale wanatutazama kutoka nje ya Kenya, na waombea Bwana wa Bwana, watawale na ukawafunike na neema yako. Mfalme wa ajabu, ukawalinde na ukawape uwezo wa kuitwa watoto wako. Asante ni kwa sababu Mungu wetu, wewe ni Mungu ambaye uko na wingi wa rehema, uko mwingi wa huruma. Bwana, naomba ya kwamba ukapate kuturehemu katika usiku wa leo, na utakapotenda Bwana, sifa na utukufu zitakurudia. Tunapoachana hewani Bwana, naomba neema yako katutoshe. Wacha jina lako likatukuzwe kupitia hii kipindi Bwana, ukafikie wengi, wala hawajaokoka, wala ambao wameokoka, wala ambao wanahitaji kufika katika mbingu. Naomba ya kwamba Bwana ukapate kutushikanisha na kutuongoza na kutuinua, ili tukapate kufikia ufalme wake. Pokea sifa, maana umetenda, na ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen and amen, amen and amen. Barikiwa sana. Amen. Amen. Kuna kitu nikwambia kwa nusu, kama uko na YouTube channel mara ya kwanza, sijui kama uko na YouTube channel. Hana YouTube channel, mwenye alikuwa ameuliza hana kabisa. So ile kitu naomba pale, kama uta subscribe Kisi Hot TV, fanya hivyo. Na kitu kingine, kimbia pale YouTube, kama umesubscribe Kisi Hot TV, na mimi niko na channel yangu pale Kisi pale YouTube, andika Egesa 047. Wacha niwaandikie hapa Egesa 047. Yes. Andika hapo Egesa 047 TV. Pia unisaidia subscription yako, tunisaidia, ni ya muhimu sana. Kama utasubscribe pale, nilikuwa na target ya hii wiki kufikisha 135. So ndio leo ni siku ya Jumanne. So tafadhali tupige hiyo target, tufike hata 140. Wiki ijayo tutapiga tena target nyingine, sawa sawa. So kama utasubscribe pale Kisi Hot TV, hapo subscribe na weka hiyo ring on. Ukienda pale Egesa 047 TV, make sure me watch hata video hata 1 minute ndio subscribe, ndio itakaa. Ukisubscribe immediately na utoke, haitakaa, itatoka tena. So subscribe, watch hata 1 minute and go. It will be well, good and well. Thank you very much. May God bless you. Wambuhu anasema kwamba amen, barikiwa sana at pastor. Nashukuru sana. Itakufikia pastor, nambari yake ya simu iko hapo juu, Geoffrey Bishop. Zungumza naye one on one katika ushauri ambao unaona unafaa. Unaona ushauri ambao unafaa, atakuelekeza katika njia mwafaka. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu kwa pamoja na nyinyi tangia tulipoanza. Tupatane saa 11 asubuhi katika kipindi cha Rauka Mapambazuka na Yesu. Saa 11 asubuhi tukaweza kupambazuka kwa na Yesu, tuweze kumwabudu Mungu, tuweze kuinua jina lake. So nawatakia usiku mwema, nawatakia kila heri. Mungu kwanza kwa pamoja na nyinyi, na nawatakia kila heri, na tuseme may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Mtu anakuja. Haya ndiye anaingia, sijui akona nini. Double car ndiye anakuja tukimaliza. Double car. Mambo. Poa sana. Mwingia hapo tukimalizia kuondoka. Karibu sana. Naona mko mnafunga. Tunafunga, hatujui unazungumza nini. Karibu sana. Oh, asante sana. Nimeona kwa mjadala, nimeona venye pastor ametoa maoni venye alienda Konda. So life inakuanga tu hivyo. Ukiona mtu anatembelea gari, ujue maisha yenye amepitia shida ili amekuja kuwa mtu.
Labda uko na swali la So, kuuliza? Labda uko na swali la kuuliza? niko na swali ya kumuuliza aliokoka aje sasa? Akawa pastor. Okay. Mimi nimezaliwa katika familia ya watu ambao mamangu ako na ugonjwa. Na mimi na mama wangu mzazi ambaye ni wa kiroho. Nilipokuwa class 2 nilikuwa naenda shule, na nilipokuwa naenda shule kutoka kulikuwa na conference ya vijana. Huyo mama ama akatupa njiani. Alipotupata njiani alituambia twende tukule kideri. Katika harakati ya kukula kideri tukahubiriwa, na tulipohubiriwa mimi nikaokoka. Ndio nikaenda nikaambia mama, nimeenda pale kanisani kukula kideri, sasa naona tuanze kwenda kanisani. So mimi niliokoka, nikaenda kanisani, nikaleta Nimekusikia. So ulienda kukula kideri wakaokoka, ni vizuri. Nashukuru sana, nilikuwa tu napita. Master Bosibori double KK wewe. Master Bosibori sasa ndio unaingia. Master Bosibori. Utania. Kujieni. Master Bosibori tukiwa na pastor akujangi tukiwa na pastor. Waje kutujomelea ndio tunaamuka. Pastor ndio tumemaliza kazi. Wacha ni wachomelee wewe. Wacha ni wachomelee. Master ni mtu wangu. Master ni mtu wangu wa mkono wote. Ndio tusikane screen ikienda. Na kuangalia hapa kwa screen. Najua sisi hatujaokoka sana. Lakini tumejaribu leo. Kwanza wewe unaniambia hajaokoka. Si ndio unaniambia hata wewe ujinga mwana kanisa. Lakini zinatoanga sadaka. Natoanga sadaka na nuanga mapaji. Pastor, hebu kuuliza swali. Wacha nisisemee mimi. Unajua mimi sipendi kudanganya. Mimi siendangi jaji. Sijui niliendanga lini. Tuseme saa hii ni miaka 7 ama 10. Lakini mimi nanunuanga kama mapati, misumari, sadaka natoanga, fungu la 10 natoanga, lakini najua kitu yenye inaendelea. Lakini sijaienda jaji. Unaona niko na dhambi ama siko na dhambi? Vitu zote huwa natoanga, lakini siendi jaji. Hebu nikuulize, Yesu awe anarudi leo, unaweza ukajitetea na hiyo sadaka? Hapo ndio ni kama kwa mfano, wacha nikupatie example. Saa hii Dennis akuwe na familia, nione mtoto wake ana school fee, na nimhurumie, nisaidie mtoto wake, nimsomeshe mpaka afike form 4 ama afike university. Huyo mtoto ni wangu ama ni wa Dennis? No, si wako. Siwani unamsomesha. Huyo mtoto, wacha kusema mambo na kiroho. Mtoto ni wa Dennis. Amezaa. Lakini nimeona mtoto ana uwezo wa kusomesha mtoto. So nimemchukua nikusomeshe na nimemaliza. Huyo mtoto ni wangu ama ni wa Dennis? Si mtoto ni wa Dennis, lakini wewe umemsomesha. So kuna uhusiano gani mimi na Dennis hapo? Unaona mimi nilisaidia tu, lakini Dennis atajengewa nyumba, Dennis atakula vizuri. The same way na wewe. Ndio unajaribu sana kusaidia kazi ya Mungu. Lakini wewe ni wa wenyewe. Wewe huko upande huo, haujamkubali Kristo Yesu. Haujaokoka, uachane na shetani. Ndio, okay, uko na ile moyo ndani yako, na feel like kumtumikia Mungu ni jambo. Kufanya kazi ya Mungu, kujenga, kutuma matafari, kununua nini, vyombo kanisani. Hiyo ni kazi nzuri sana. Kazi nzuri sana hilo unafanya. Lakini ujue uko katika ng'ambo nyingine.
unastahili utoke hiyo ng'ambo ukuje pande hii, iwe kwamba unaposimama na kazi ya Mungu, Mungu atasimama na wewe kwa sababu wewe ni wake. Wacha nikupatie example mzuri. Kuna jamaa mmoja pale mji wa Nairobi, alikuwa mwizi wa bunduki, na huyu mwizi wa bunduki ikawa kwamba tunapofanya project kanisani anatoa vizuri sana. Juu ni pesa za kulipa, na yeye hakuwa anaibia watu, anaiba kwa bank, anaibia wale watu matajiri. Naenda tu anakuambia twende kwa bank, unatoa pesa tu na wako. Alikuwa anaibia watu matajiri, hakuwa anapiga mngeta hao watu wadogo. Siku moja wakati maaskari walikuwa wanapiga patrol, wameiba mamilioni ya pesa kwa bank, watu walipigwa marisasi. Yeye wakati walipigwa, ile kitu alifanya juu aliona na yeye atapigwa, alichota ile damu ya wale watu, alikuwa anaweka hivi anajimwagilia, anaweka hivi anajimwagilia, na akalala akajifanya ni kama amekufa. Sasa juu maaskari waliona damu, wakasema hao wamekufa, wakafuata wale walikuwa mbele hawaja kufa, so walikimbizana na wale, si wameacha hawa tayari tushaua. Wakati alipoangalia akaona maaskari wanafuatana na wale, alipomoka kwa gari na akatoroka. Alipotoroka alikuja kanisani akakiri, akasema, pastor, mimi hii muda yote hii fungu la 10 nimekuwa nikitoa, hii sadaka nimekuwa nikitoa, ilikuwa ya wizi. Naomba leo niokoke, nimeachana na wizi. Na in fact aliokoka. Kumtolea Mungu si jambo mbaya, kumtolea Mungu ni jambo mzuri, isipokuwa watu wengi tunatumia hii kutolea Mungu. Kama mimi huwa naogopa, siwezi nikaambia mtu etitoa. Kwa sababu gani? Kuna watu wengi wamefanyia kutolea biashara. Wewe ambaye unatolea Mungu, hata kama hujaokoka, ndio ni Biblia inasema ya kwamba tutoe, lakini huko ng'ambo nyingine, dada yangu, huko ng'ambo nyingine Mungu anakuhitaji wewe. Na in fact kama Mungu amekufikisha mahali umefika hivi leo, kama ungekuwa umetoka hiyo ng'ambo nyingine ukuje hapa, ungekuwa umeenda mbali. Na kama unasikia huo roho wa Mungu ambaye amekusababisha, unajua umesema ulikuwa unapitia au uko unapitia, Mungu alikuwa anataka, anakuhitaji wewe, kwa sababu Mungu anaona ndio kazi ya Mungu ambayo unaifanya ni nzuri, ndio unamtumikia Mungu vizuri, lakini kuna kitu ambacho umebakisha, na in fact ukiondoa hicho kitu, Mungu atatenda mambo makubwa katika maisha yako. Wewe mwenyewe unajijua, hata kuna mambo mengi wewe mwenyewe unashindwa hata kuzungumza leo useme hii kitu nimefanyia Mungu hii na hii. Lakini usiku wa leo unapojiangalia wewe mwenyewe, unaweza kuona kwamba kuna ng'ambo nyingine niko, na hiyo ng'ambo imekuzuia usimuone Mungu, imezuia baraka zingine zako. Na ukitaka Mungu atende mambo makubwa, akupeleke katika level nyingine, ningeomba tu katika usiku wa leo, tulikuwa tunamaliza, lakini Mungu amekuleta na sababu. Mimi hatujuani na wewe, maybe mnajuana na Dennis, lakini mimi sikuambii ukuje kwa kanisa yangu, hapana. Lakini furaha yangu ni kwamba wewe umpokee Kristo Yesu, umpatie Mungu nafasi. Hiyo kazi ambayo unaifanya ndio inaweza ikakutetea, hiyo kutoa inaweza ikakutetea, lakini Yesu akirudi leo hivi hata angalia matoleo. Yesu anaangalia moyo wako, anaangalia moyo wako. Anapoangalia moyo wa mtu hata angalia matoleo. Hivyo usiku wa leo, ombi langu katika unyenyekevu, nimekuomba ya kwamba upeane maisha yako kwa Kristo Yesu, na atatengeneza njia katika maisha yako, atatengeneza, atakuinua. Kwa muda mchache utaona tu mabadiliko katika maisha yako. Mimi siwezi nikakwambia kwamba leo hivi toa na ubarikiwe, hapana. Ile kitu nitakwambia kwamba patana na yule ambaye anabariki. Ukishapatana na yule anabariki, atakufunza njia ya kutoa. Utasoma neno la Mungu likuonyeshe njia ya kutoa. Watu wengi wanaweza kuwa wanasema kama huyo ndugu, tulikuwa tukiitisha mchango kanisani, kama ni kujenga kanisa, anakuja na mabati mingi sana, nasema nimepeana hii mabati 30.
nimepeana hii simiti, pesa hazikuwa zake, lakini unaona kupitia ile kitu alitoa, Mungu alimtetea kwa kifo. Ndio katika kutoa kwako Mungu anaweza kuwa anakupigania, lakini kuna jambo ambalo moja tu umezuia wewe mwenyewe, umezuia baraka zako wewe tu mwenyewe. Maybe mahali uko saa hii ungekuwa hatua nyingine, lakini kwa sababu hauja mkubali huyu ambaye amekupatia kazi, amekupatia uzima, sasa Mungu amekupa nafasi, anasema ninangoja. Venye tumesoma Biblia, anasema ninangoja, anangoja wewe, si mtu mwingine, anangoja wewe. Na ndio maana hata tumekuwa late ili ukapatana na huyu Mungu. Anakungoja usiku wa leo, na anapokungoja atatenda kulingana na vile amesema kwamba nitasikia maombi yenu, nitajibu maombi yenu. Maombi yako Mungu atayajibu, na siwezi nikakuambia leo ya kwamba atajibu leo. Mimi nimeteseka over 20 years, nateseka na ng'ang'ana na hangaika, lakini baada ya kuvumilia na kumshikilia huyu Kristo Yesu, Mungu hivi leo niko na ile ushuhuda ya kusema kwamba Mungu ametenda. Amen. Hiyo naweza sema nini? Ninaweza sema imani, lakini unajua basa, kwenda kanisa ni roho yako. Lakini unajua mimi kuna kitu yenye niliona kwa nikasema mimi hata nilikuwa mdogo, sasa hivi nimekuwa mkubwa. Yaani unajua kuna basa wale wenye wanaomba ukweli na kuna wale wenye wanaomba uongo, lakini sijasema hivyo. Mimi tangu hiyo wakati nilisema kanisa hata siendangi. Mimi hata basta. Hebu nikuulize. Unaitwa nani? Naitwa Dabokara. Dabokara. Acha nikwambie. Sina heaven nitakupeleka mimi. Sina mbingu. Hata mimi ninang'ang'ana. Na ukiona yule sisi tunang'ang'ana. Ukiona yule mtu amekuwaza na umemwachia kanisa, maanisha hata Mungu umemwachia. Umeacha. Yule mtu hana baraka zako. Sisi ni chombo. Mimi ni chombo ya kukuelekeza wewe. Na kama ulimwachia ukasema kwamba sasa sitawahi enda kanisa kwa sababu huyu mtu na yeye ni mwanadamu. Ni mtu wa kurekebisha. Mtamkalisha chini. Mwambie, ndugu Dennis, hapa umenikosea. Na kama umenikosea, naomba tu tusameane na tuendelee. Lakini sasa nikisema kwamba Dennis ameniudhi, nitoroke niende kanisa hiyo ingine. Hiyo ingine bado nitapatana na mtu mwingine anikwaze. Nitatoka hiyo niende ingine. Hebu niambie saa hii. Nimeoa. Mke wangu kama ni mke ni yule tu. Nikioa huyu ako na tabia yake. Nikipata huyu mwingine ako na tabia yake. Lakini nikipata huyu ambaye ninamuelewa, tuvumiliane na yeye, ajue makosa yangu, nijue makosa yake, tunakaa chini tunaongea. Mimi siwezi mtoroka kwamba niseme kwamba nitamtoroka ama anitoroke. Mimi siwezi mpinga na panga, siwezi mpinga na rungu. Tutakaa chini tuzungumze. The same way unaweza ukavumilia ndoa. The same way unavumilia hata kazini mwako. Bosi wako anaweza kuja tusi, unasikia hata leo ndani yako una feel like leo hata singeingia kazi. Mama yako anaweza akakutusi, hata mnaambiana tutawahi ongeleshana. Sister yako yule umezaliwa na yeye anaweza mkakosana, useme kwamba tuongeleshane mbinguni. Kazini yako tutaongeleshania mbinguni. Lakini later mnaelewana. The same way kanisani. Wewe sasa ndio Mungu alikuwa anataka atumie. Uende pale kanisani, useme kuna kitu niliona na hiyo kitu iliniudhi moyo wangu. Hata kanisa ijue kweli hii kitu ilikuudhi. Unaona, unasema ulikuwa mdogo, sasa umekuwa mkubwa. Sasa umekuwa mkubwa, unastahili uende pale useme kwamba niliona kitu fulani na hiyo kitu iliniua. Na hiyo muda nimekaa nje imeumiza moyo wangu. Nimerudi na naomba nisione kitu kama hii. Kama yule mtu alifanya kitu ako ile kanisa, utakuwa umemsaidia. Lakini uliondoka na ukaacha, hautamsaidia.
hata uende umseme, ukienda kumsema kwa watu wengine pale nje hautamsaidia, lakini ukienda umwambie yeye mwenyewe, mchungaji hapo, nimeona hivi, hii kitu haijafurahisha. Yeye ni mtu, atakubali na mtazungumza na hiyo mambo itarekebishwa. Jambo lingine, Sasa nikuulize swali kidogo. niulize. Unajua kuendea kanisa ni roho yako, lakini si unajua mimi nilisema kuna kitu niliona sasa mpaka nikachukia pastor, lakini ikiwa kama mtu ananiombea kwenye niko mimi hata sitakaga kusikia juu hiyo kitu niliona ilinipoa mpaka nikasema sasa hata kuna Mungu acha tukae hivyo. Mimi nakumbuka mama yangu ananiambia ati tuende church. Kwanza sisi ni wanasapa tunaamka mapema ati tunaenda church. Yeye akienda hivi nishaenda hivi. Lakini brother yangu atakuja niambie wenye wasoma church, naambia mimi nitamwambia. Sababu alikuja kurealize mimi wasiendagi church. Naendelea tu narudi nakaa kwa nyumba. Kuna saa hii kitu nitasema aje? Tutebe ulikuwa unaenda pastor ngura tuarori like seminar unaendea kuombea mtu. Sasa umeenda kwa hiyo boma, umeenda maombi, umeenda kuombea soso. Sasa kama umeenda kuombea soso, wewe ujane ile yani kuna vitu zenye unajua umefunga macho, kuna wote wenye watafunga macho. Waone kitu yenye umefanya na ukafanyia ule soso. Si unaona nitakuwa nimechukia pastor. Lakini wakati ninakumbukanga niliambia my auntie huyo pastor si mzuri, my auntie alinichukia tu. Sasa nikaona hakuna za kupishana. Kamwambia wewe enda church na mimi wacha nitulie mpaka siku yenye nitakubali tu niende church. So ile kitu ilinikasirisha sana mpaka saa hii. Pole sana. Mimi naomba pole kwa sababu ya yule lakini Yesu arudi saa hii. Yesu arudi saa hii. Unafikiri utaenda hivi? Iwe kifo imekupiga saa hii. Iwe saa hii Yesu amekuja saa hii. Juu yule mtu alikukadhirisha ukaacha. That means huyo pastor ndiye alikuwa Mungu wako. Na kama ulimwachia kanisa ukamwachia everything na umesema kwamba hata Mungu ndani, that means hata hutaki kusikia mambo ya Mungu. Na Mungu akuje saa hii, unafikiria utaenda heaven? Another thing, iwe saa hii watu kama juzi watu kwa mafuta, accident zingine zinakuja, umepata na sisemi kwamba utapata, lakini lazima tujiandae kimaisha, tujiandae. We have to prepare ourselves, tujiandae kimaisha. Kifo ni lazima saa hii, kifo ni lazima. Naweza toka hapa usikie nimekufa, na life yangu itakuwa wapi? No, network imemtoa, network imekutoa. So double kara namba ya Bishop Geoffrey kwa hapo mtazungumza. Sasa watu ndio wamechangamka hapa. Nyangaresi ndiye anakuja, Kevo Osinde ndiye anarudi, Masalaini ndiye anakuja. Tulikuwa tumeomba mimaji kwa tunamaliza. Double kara kaingia. Tukashinda kukataa. So if you have any question to ask, chukua hiyo namba iko hapo 0726716584. Mpiga wale mbabu kwa Gulf, mpigie through WhatsApp. Mpigie through WhatsApp, mtuma message through WhatsApp, mtawazungumza one by one. Atakuelekeza. So kufikia hapa tulikuwa tumeomba, wacha tumalizie hapa, na watakia usiku mwema, wengine asubuhi njema, wengine mchana mwema. Tutazungumza baadaye, tutazungumza siku nyingine, Mungu akipenda. Kesho Eti Nyangarisa anasema yeye ako nje kwa sababu ya network, kuagiza sababu ya network. So pole sana my dear sister. Sasa si tukuache uende ulale, wacha tukuache ulale. Ilda Nyangalesi tumemaliza. Watu Mungu aweze kuwa pamoja na nyinyi, mko na usiku mwema. Tulikuwa tumemaliza. We Kevo Osinde ai we tupatane ile sehemu nyingine baadaye.